tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Na mimi ni nabii. Nabii ni kitu kilianza na Mungu. Mwanaume ndio alianzwa. Akaona atosheki, wakamletea mwingine. Yeye ni nabii na huyu ni nabii. Basi nabii wakiwa wawili, mmoja aongee na mwingine anyamaze. Na hapo ndio nilipata mwito. Baada kupata mwito nisukumiwa maafa. Walinitoa kafara, wakasema huyu ndio mfanyakazi mtifu. Ni heri aende, kazi iendelee. Wakakufuta kazi. Hapana, walinisukumia majini. Haya. Mimi nilienda kwa waganga kujua ni nini kinaendelea. Wakaniambia umesukumia mapepo. Ikunyonya kidogo mpaka utamali. Ulikuwa mwingine wa mwisho wa kiume. Huyo ndio tuligongwa naye na gari. Unasikia? Sasa gari nimetoka hapa. Asubuhi sisi tumenunua shamba. Sasa hiyo nilikuwa kwa process, siku hiyo tunaenda huko. Nina mtoto mwingine hapa ambaye nimelea tu na Biblia. Mimi sifanyi, nimekuambia kuanzia hiyo mwaka. Nilikuwa mwana union. Mungu akaniambia sitaki hiyo kitu cha union. Nilikuwa NHF. Unasikia? Nilikuwa nakatwa. Mungu akaniambia hiyo kitu usikadhubutu. Nilikuwa na inaitwa NSSF. Miaka 12 nilikuwa nimefanya hapo. Na nilikuwa 12 nikiwa permanent. Mpaka saa hii hizo pesa zilitimia hicho. Nilikuwa hata nikienda Mungu aliweza kuniletea baadaye. Hiyo NHF ni mimi nakataza. Gari ilikuja nyuma ikatupiga. Lori. Sasa hiyo kitu Wewe ulikuwa unaendesha ama ni kijana alikuwa? Ni kijana anaendesha. Amekubeba. Mimi siwezi endesha gari. Basi tukakungwa na gari ilitoka nyuma. Mkono huu. Ndio niligonga upande hii na maalama tu. Hata wewe uligongwa? Niligongwa. Okay. Basi katika hiyo mambo haya imeenda. Haya, mkatoka hapo. Kijana nakagongwa wapi? Uligongwa mguu kijana? Tuligongwa mahali moja. Pikipiki iligonga. Sababu mlianguka side moja. Tulianguka side moja. Sisi tulitolewa na Wasamaria mwema. Kwa hizo wewe unaona chenye inaendelea ama fahamu imepotea? Fahamu nilikuwa nayo ya kiroho. Basi kijana ndio alikuwa amefifia. Basi tukaenda kwa gari. Kwa gari kitu kilifanyika. Disorder. Unasikia? Mtoto akarudishwa nyuma, mimi nikapelekwa mbele. Sasa hapa mko Kenyatta sasa, na huyu amelazwa na wewe sasa umelazwa pia Kenyatta. Wewe ulilazwa mahali pamoja? Tulilazwa. Mimi nililazwa, mtoto akalazwa. Yeye kaenda wodi nyingine. Hata yeye akaenda wodi, alienda CU. ICU. Alikuwa mahututi. Basi. Ulikuwa unaopalitiwa wewe mguu na mkono sasa? Ilikuwa ni mpafu. Wanasema mapafu yangu iko collapse. Mpaka itoe hewa. Basi mimi nilifanyiwa operation mara 3. One way. Yaani hii alama moja hapo wanarudia hapo madaktari we. Hayo hiyo kaya. Tukaomba. Mimi naenda nakumbatia mtoto hasikii. Nasunguka nafanya ibada yote. Niko na ibada ya kiroho. Watu wa nyumbani hawajajua Mika. Hawajajua. Nani aliwaambia na Mungu ndio anawaambia baba wewe. Na mimi nimwambie kwa uongo. Mimi najua Mika hajakufa. Na ukiwa umeokoka, mwokovu anatafuta mtu ajaokoka. Okay? Basi sina haja, nimeokoka ina. Mnakuja hata mnakuta na hubiri. Basi I need huyu ni mke wangu. Hana mamlaka kuchukua mambo peke yake. Na mimi hajani
That is why she is my wife. And if she take me, I am not his husband. And then he takes another rule, he's against it. And it's against the law of the God of Israel. Sasa sina ubaya. Najua nyinyi bila anawaleta ni mbinu yake. Mimi najua. I know. Yeye ndio mimi nimenyamaza. Sikiza mmesema wote nimenyamaza. Nimenyamaza. Na yeye amemkaribia, which is wrong completely. This is my wife. Mwanamke ndio anakaribisha wageni. Sikiza. Mama ndio mkaribisha This is my house. wageni. Unasikia? Huko ni Sasa unaona anaanza kuongea. Na mimi ni nabii. Nabii ni kitu kilianza na Mungu. Mwanaume ndio alianzwa. Akaona atosheki, wakamletea mwingine. Yeye ni nabii na huyu ni nabii. Basi nabii wakiwa wawili, mmoja aongee na mwingine anyamaze. No. Hii ni nyumba yangu. Sasa na nyinyi vijana nitamdirect mpaka mufike kiwango. Surely I am ready now. I am with the word of God. I cannot challenge. I can, lakini uwezi kuniadvise nifanye kitu. Basi kama wewe umekana, sina chuki. Mimi sipigani. Unasikia? Basi katika hali hii nataka kwa neno la nabii. Basi Eva alikuwa nabii. Adamu akawa na nabii. Basi wakiwa hali hiyo, kama hawajaambiwa ni nani akafanya haya, wakiwa wawili ndio nyoka alikuwa kuja. Alipokuja kwa vile ni wawili, basi akawapomoa. Kwa vile na manabii wawili akawapomoa. Ndio Mungu alikuja akasema, sasa kwa vile wewe ndio ulikaribisha, si vile walikula matunda, ni vile hawakutii ile process ya Mungu. Mungu aliwaambia wote hii miti. Basi katika hali hiyo, Mungu akasema, wewe mke, kwa vile majaribio nyoka alipitia kwako, itabidi kucontrol nyumba ukue chini. Mamlaka ikuwe kidogo chini, uheshimu huyu, ndio shetani asikakue. Kiwa mama ataongea na wewe unaongea, shetani atamwangusha. Sisi hata tumekuheshimu sana baba. Unaona mimi nakwambia ukweli, na ukweli unabakia ukweli. Na katika hiyo ukweli, mimi nimekaa miaka 40. Mimi ndio nijue neno la Mungu, nilipata mabaya. Kwanza nikiwa baba yangu alikuwa katika kanisa. Lakini wakati mambo ilinianza, nilikuwa niko form 1. Lakini mekora wakakuja vijana wenzangu, wakanikatakata zaidi. Nikawa walikuwa watatu. Basi na walikuwa na mapanga. Waliponifikia sikukuwa na mahali ya kutoroka. Na ule alikuwa na kipepa, alikuwa na mpanga. Basi wakaniumiza. Nikaenda hospitali. Hospitali nilikuwa naenda, nimekatwa zaidi na nguvu zinakwisha na nikuka chini, sioni. Basi na wakati naanza kuanguka, naanza Mungu saidia, Mungu saidia, Mungu saidia. Alafu naanguka. Nikianguka nakaa kitu kama taka 15 ama 30, naamuka. Naanza mbio, naenda hospitali. Niliruka mito nikienda. Mpaka nikafika, ilikuwa siku ya Jumapili. Nilikuwa na nguo kama hii, longo kama hii. Yote ilikuwa sasa damu inaanzia hapa. Nyekundu. Nikafika hospitali Health Center. Nikakuta mama. Jumapili. Wakaniangalia, wakaniambia hatuwezi. Wakanishona tu hapa kwa bega. Basi ni kwa kichwa ikabaki. Nilikuwa na pesa kwa mfuko. Aide pop. Mimi nikaenda kwa barabara zile zinatoa. Mimi kwetu nikakameka. Nikatoa nauli, nikaenda kujificha kwa barabara. Kwa vile mwili wote ni nyekundu. Napumua na nguvu za Mungu. Basi gari ilipokuja, nikajitokeza mkono hivi. Walipofungua nikaingia. Watu wakaanza kusutuka. Nikasimama. Wakaniambia, nikamwambia bana, kila kitu ni damu. Sasa nilipofika, nilienda polisi. Hapo gari inashukia tu kwa stendi. Wakaniambia enda, turudi tushike watu.
Nikamwambia mimi nasikia sijiwe. Wakanipeleka kwa wote. Wote nilianza saa kama hizi mpaka saa 6 usiku wakishona hii kichwa. Unasikia? Basi hii mkuu, hii shingo likifura likawa wale wananishona mimi. Walikuwa nikilia nisema my God. My God. Mimi nilikuwa niko kwa shule zaidi natumikia lugha ya vijana Kiingereza. My God, my God. Huyo mtu ananiambia hii tena tu huyo mtu. Huyo Mungu ndiye atakusaidia utasikia. Basi niliposhonwa kesho yake wale tulipigana nao wakaletwa kwa wote ile. Ni kichwa sasa. Uliumia kichwa. Kichwa ndio niumea zaidi. Nilikuwa form 1 nimemaliza mwaka imekwisha. Sasa katika hali hii kichwa ndio kilikuwa na shida. Sasa baadaye wakati tuling'ang'ana na wao waliumia. Wakaleta wote hiyo. Hiyo niko. Nikaomba Mungu nikasema tutakaa hapa. Wenye alikuwa anasema my God, Mungu alikusikia. Tutakaa na wale walinikatakata. Basi nikaomba. Basi kukuja saa 4. Basi kwanza walikuwa wameanza hata kutuma makajero ya vikundi vyao. Wakuja wajue ndio ikiwa sijui walikuwa nini. Basi nikaomba. Nikauliza hospitali, mnaweza kunipatia discharge? Wakaniambia hata saa hii tutakupatia lakini tutakuanzishia mtoto. Ilikuwa ukiwa na mtoto zaidi ya miaka 14 unapatiwa kitanda, ilikuwa ni bure. Unasikia? Ulikuwa na mtoto. Ulikuwa na mtoto. Nikaandikwa ni mtoto. Ni mtoto ili nisikali. Nimeshika. Na mtu alifanya tu ni nasi yule alikuwa on charge. Hata hakukuwa daktari. Basi katika hali hiyo nikaenda nyumbani. Mimi nimefungwa kiremba. Nikakuja nyumbani. Basi nikiwa nyumbani naendelea na matibabu. Hao watu wakafanya mambo wakabadili haraka. Nafikiria hata huko hospitali hakuna ndugu. Nini hii? Mtu alinikuja kunisaidia ama mtu wangu. Walifungika. Unasikia? Basi katika hali hiyo nikifika nyumbani ndugu yangu wakati alisikia niko kwa seri nini. Sasa alikuwa ni ndugu ambaye hakika watu hawa walinipika, ni yeye alikuwa amepigana nao. Sasa wakawa wanataka kulibisha kwa mimi. Na mimi nilikuwa tu natembea, kumbe wamepigania kando. Bila waliniona kwa mimi wakasema ni ndugu yake, lazima kifo chake kiishia hapo. Sasa huyu ndugu wakati alijua bila kumeenda akachukua nguo zangu kila kitu na akahama tena akaenda. Akakuwa mkimbizi. Nilikuta nyumbani mzee wangu peke yangu. Mimi mama alikuwa already ameshakufa. Sasa Mungu alianza kunitokea kwa vitu kama hivi. Sasa mimi nilipofika kukaa kidogo wakaenda wakaleta polisi. So, ndio nikachukua faili zangu kama saa hii. Niko na faili ambazo niligongwa na gari hapa. Uligongwa na gari? Niligongwa na gari na mtoto yangu. Huku sasa. Hapa. Hebu nieleze ili happen aje baba. Sasa kugongwa na gari. Sisi tukapeleka hospitali. Sasa tumewacha hiyo. Tena. Sasa katika hali hii kwanza nimaliza huko. Sasa nikiwa huko wakafanya juu chini wakaniwekea kesi pandia. Ati walinikuta mimi nikitaka kurepu mama. Ndio wakaanza kunikataka. Nikachukua faili tukaenda kotini. Tulienda kwa seli. Kwa seli unaenda kwa ofisi ya chifu unalala hapa. Ndio pelekwe kwa nini? Kwa polisi kwenyewe ndio utashtakiwa kotini. Tukiwa hapo kwa chifu nililala hapo. Siku hiyo ndugu yangu alikuwa amerudi. Wakatushika na yeye. Tukiwa hapo tumewekwa ndani ili kesho tuende kwa DC, yani kwa serikali polisi ya mkoa ya Magharibi Kakamega ndio tu nistakiwe. Sasa nikiwa hapo kesho asubuhi watu walikuwa wote hata sub chief wamefanya maandamano wamekuja wakasema kile kilifanyika sisi tunajua. Huyu mtoto anaonewa tu. Basi wakasema na chifu akakataa. Wakamwambia wajirie, chifu akasema kama ni hivyo
wakachukua zile bizili zao, wakachukua basi muende kumalizia nyumbani, na wakararua bizili yangu. Nilipochunguza neno kama hilo, mimi nilijichunguza kimbali. Basi nikarudi nyumbani, nikaanza, nilikuwa napata soko kidogo kwa vile siwezi kufanya kazi. Nilikuwa nikifanya mchengo, saa zingine napata kisungusungu. Narudi nafanya nini? Na kurudi na kaa chini kisungusungu. Nilikaa kitu kama miaka 6 ndio kitu yangu ikaanza kufanya vizuri vitu kama hivyo. Lakini wakati huo mimi ni mtu nimelelewa hata crusade. Kwanza kanisa yetu ni ya Church Circle. Nimekuwa nikiwa young person na kuja hapa kwa kwaya hapa Nairobi hapa Central. Kanisa je, wazazi wangu walishia hapo. Lakini ni watu hawatafuti roho sana. Wanaenda injili ile tunasema ya sheria. Injili ya sheria unaweza kufanya kwa matendo, utengeneze madhabahu kama haya without it. Ni unakaa hivyo ile ya Musa. Watu wa jeshi la wokovu wanaenda hivyo. Lakini nilishiriki use kila kitu. Nimeshafanya crusade, unaenda ya vijana, nimeshahusika. Basi katika hali hii ndio mambo haya. Mbona mtu anasikia mimi ni kijana nitafuta vibarua kidogo. Na area yetu watu saa zingine wanakuonjesha pombe. Mimi mwenyewe nilikuwa nikikunywa pombe. Siku hiyo nikikunywa pombe nitapata pigo. Kwa sababu una mwito wa Mungu. Napata pigo, naweza nitapika kitu mpaka kesho yake. Kwa lote la furika. Na nitakaa kama miezi 3 nikiwa nikisikiza hiyo, nasikia hata sina haja. Baadaye inakuisha, watu tena wananyang'anya. Sasa hata mimi nikiokoka hapa ndio hiyo mambo. Nilikuwa Makuyu Kofu kila. Na huko pombe yote kali inafanya. Na hapo ndio nilipata mwito. Baada kupata mwito nisukumiwa maafa. Walinitoa kafara. Wakasema huyu ndio mfanyakazi mtifu. Ni heri aende kazi iendelee. Wakakufuta kazi. Hapana, walinisukumia majini. Aya. Wewe. Mimi. Na huyu alikuwa hapo. Zilikuwa zinakuja kwa nyumba zinafanya hivi. Sasa ulifanya na malaza. Walikutoa kazini kwa majini. Walinisukumia majini. Ujua hata hizi kazi watu wanatoa wengine kafara. Ni kweli mzee. Sasa katika hali hiyo mimi ndio mfanyakazi nilichakuliwa, huyu lazima Mzee amepitia mambo. Unasikia? Sasa katika hiyo mambo mimi nikaanza nikafikiria hao watu wanakuja hii ugonjwa umekuzidi, enda huko kwetu. Nilienda hata mpaka kwetu. Roho anakuja ananiambia, nikaanza sasa neno la Mungu. Nilikata neno moja, ndugu yangu. Ni heri nikufe kwa dhambi ama nikufe mwili, lakini nikuwe niko katika njia za Mungu. Kwa vile hata mimi nilienda kwa waganga kujua ni nini kinaendelea. Wakaniambia umesukumia mapepo, ikunyonya kidogo mpaka utamali. Halafu wakati nilianza sasa nikimbilia Yesu, nikakuta kanisa. Kanisa hilo walikuwa wanaletewa hata maono. Mungeomba mfanye, wanasema mtu wa maono na waanza kutoa. Wanaleta tu maono ile. Sasa shida ilikuwa ni kuponya nitoke ndani. Hata hiyo walishindwa. Unasikia? Basi mimi nikasema ni heri nikuishie Mungu. Kwa vile nilikuwa najua mambo ya Mungu, lakini hali ya kukua kijana nikawa nimejitenga kidogo. Basi katika tangu siku hiyo Mungu aliniambia omba. Wakaona mahali hapo ninaishi ni kambi. Wakati waliona Mungu amenisikia, wanatumikia sasa sheria ya nisikapike kelele hapo. Nisikaombee kwa nyumba yao. Basi ikakuwa ni shida kama ningetoroka naenda kutubu. Kazi ile nilikuwa ninafanya, wameweka nguvu zilikuwa hata kwa hiyo kazi. Nilikuwa nikienda kwa tuka, wamepatia nguvu hata kwa tuka lile nanunua. Nikifika nasikia roho inaanza kupika naanza na kuisha tu nguvu. Nilikuwa hata nikirudi kwa hiyo kilabu naenda napitia vichakani, njia ya kawaida nguvu hizo zinanifikia. Nilienda siku hiyo ilikuwa ukimwi. Nikapelekwa wakaniambia upima hata ukimwi. Unasikia?
Wakapima hakuna. Kulikuwa tu hospitali hapa moja iko Nairobi ilikuwa inaitwa Crescent. Ndio ilikuwa inahusikana na mambo ukimwi vile iliingia hapa ilikuwa ya wazungu. Basi vitu hivi vyote nilienda wananiambia ni magonjwa, ni typhoid, lakini baadaye ndio roho wa Mungu alianza kuongea hiyo si hivyo. Na sasa kuna kitu umesema hapa Keno. Ulikuwa hapa Keno. Hii ni huku. Ya kupigana ilikuwa nyumbani. Hii ni ya huku. Na hii yenye baba umesema yenye umetaja hapa ya ajali yako. Sasa hii ndio imenifanya nimekaa wingo zaidi ya miaka 20 nikiwa kwa wingo la kuomba. Siendi kwa kanisa. Nilikuwa kwa kanisa. Nikiwa kwa kanisa watu wakianza kuhubiri utaona mimi napata maono. Nikiwa maono kama huyu kijana anahubiri, maono inaleta tu tabia yake. Basi naanza saa zingine kuona anaongea huo. Wakati niuliza Mungu, Mungu anakaniambia, wewe unawekwa. Wewe ukiwa mtu wa standard ama form 4 ukipelekwa kwa nursery, hamwezi kusikiliza. Basi nitakuonyesha. Akawa ananiletea napita tu kando ya mto hivi. Kando ya mto kubwa. Na nilikuwa nikipita, nikiteresa naanza hata usiku hiyo kuomba. Mungu akaniambia nitakupitisha katika hatari kama hizo. Utakapokutana nazo unaniita. Nitakuja kukusaidia. Nikisaidia watu wengine. Kuponya watu wengine wa Mungu. Sasa hiyo ndio process niko naye, si kuenda kanisa. Nimeenda sana. Baadaye hawa tunaanza kushinda. Hata mimi nimejaribu kuanzisha kanisa. Wanaona kipawa chako kiko juu wanakuwa. Hata sikukuwa najua wanaona kipawa. Tumeanzisha hata kanisa. Tuanze. Hapa tu tuanze tupate wafa. Saa zingine tunaenda kwa uwanja. Watu wa Catholic wanakuja wanatusunguka na wanataka kutupiga. Wanasema hamuna ploti hapa. Ikiwa kwa shule wao wakachukua mtoto. Kuja weke sahihi. Wakikuja kwangu nawaambia mimi si daktari. Na mimi sijui kazi ya daktari. Nikikuwekea ati huyu mgonjwa, hii ugonjwa imekuwa zaidi. Kama mimi ni daktari ni uongo. Na hao watu wananiambia si daktari. Niligundua na watoto wale students. Daktari anapakia ofisi anawatuma. Nurses. Not nurses. Doctor. Attachment Wale students. Kwanza hiyo karibu wote wa Kenya wanaenda. Wenye wako attachment. Wote hata hapa kuna college tena ya madaktari hapa. Kuna faculty ya Nairobi University. Basi iko hapo wote process ya Nairobi. Fikiri hata KMTC bado iko hapo. Sinapeleko hapo. Sasa katika hali hii wakikuja saa zingine na wakuta. Sasa ilienda ikibadilika mpaka nikaona kuna neno fiche. Basi nikajaribu kuonyesha sisi hatujiwezi. Sasa wanakuja wanakuambia mimi wanataka uandike sasa. Na hiyo hata kwa Mungu. Nikufunulie maandiko ambayo muzika hapa na chochote. Tunakuamini kile unasema. Tunakuamini. Muzika hapo huwezi kutengeneza hata kamera kama haka. Sasa mimi si daktari. Mimi nimewahi kukua kotini nikawaambia sita hapa. Wakaniambia kwa vile huna ushahidi, nikawaambia niko na je. Nilifanya rumande miezi 6 hapa Nairobi. Huyo rasiti mwanamke ni mimi alianzia kwa mimi baada ya kuniwacha akapata promotion sasa ni cha Nairobi. Kwa nini hiyo inaitwa Mlimani court. Huyo rasiti ni mimi tulishindana naye hapa siku akiwa magistrate. Nikiwa nimeshikwa tu na njia za forgery. Basi vitu hivyo tulikuwa na mtoto. Hiyo ni ushuhuda wa Mungu. Si kuanza nyumba hii mwenyewe. Ama si kuanza mtoto ni muombe mwenyewe. Basi katika hali hii tukiwa hapo nikaona tashwishi kidogo. Basi nikakaa kwa maombi. Basi Mungu akaniambia umeomba huko. Nilikuwa nakuja hapa na kunywa chai. Mpaka kesho na kunywa chai nikitoka hapa saa 3. Kwa vile tulikuwa tunaenda saa 6. Saa 3 na kunywa chai natoka. Mpaka kesho yake saa 3.
Mungu saidia, Mungu saidia, Mungu saidia. Unasikia? Mimi si mwizi. Mimi si mkora. Mimi si msharati. Mimi kama saa hii ni kukataza bila nakwambia sita hivyo. Kukataza tu hivyo. Siwezi kukupiga. Ili mimi hata nikikupiga mkono huu na kunji. Mungu anakataa pana piga. Na mimi nilikuwa Mungu anajua kupigana. Nyumbani na mchini nimeshapika. Sasa katika hali hii mambo hayo ukakataa sasa, ukawaambia wewe si huwezi weka hiyo sahihi. Nikawaambia wanasikiza. Nilikuwa tu natoka huko. Nimewacha tu huyo mtoto huko. Hayuko condition. Nikifika hapa wanapika simu. Wanataka nichukue hiyo simu. Na nimetoka huko, mtoto ni mzuri. Umeamua kuwa sawa. Sasa wanataka tu. Nikauliza Mungu. Mungu anasema usikashirikiane na wao. Wanataka mshirikiane kwa manufaa yao wenyewe. Basi kesho naenda nakuta tu mtoto yuko tu na magonjwa ile alikuwa. Sasa ni simu ni nani? Nachunguza hata nasi hapa ataniambia nilikuwa napika simu. Unasikia? Nikaambia nikafanya sajili hata kwa watoto wangu hata wale wako huko. Nikawaambia simu ya kwanza usikachukue. Simu ya pili. Hii ni neno la Mungu. Ukijipatilisha shauri yako. Ya pili usikachukue. Ikikuja ya tatu labda. Na hawa pikingi. Hata akipika. Sasa wanakufikia simu ya nini sasa? Si wanataka niwaitike. Ukubali kusign signature. Nikubali ama kwa kuongea. Yesu alipokuwa kusulubishwa. Sasa wanataka usaini ya kusema aje? Wanataka uwape ruhusa wafanye nini? Nikubali vile wanataka. Walikuwa wanataka aje sasa? Sasa vile wanataka. Mimi siwezi kujua. Lakini si nimekuwa huko, nimeshinda huko asubuhi. Saa 7 mpaka narudi mara ya pili saa 12 ni mimi nilikuwa mwisho wa kutoka. Na bado mtoto ako sawa. Mtoto saa hiyo tu na waacha tunaongea. Tunaongea na yeye. Hata alikuwa ameshaanza kuongea sasa kijimu. Si tumeongea ndio mtoto ananiambia baba usikaniwaje hapa. Aya. Ala. Baba usikaniwaje hapa. Mpaka nikaambia mtoto kitu kinatuzuia ni pili hatujapa. Ni pili hii ikikuja niambia huyu akusa. Kwa vile nikisema nitaomba wanaanza uzushi. Nikamwambia una watoto wangapi? Kila mtoto mpatie proforma. Unasikia? Sitaki ugomvi kwa vile wanasema unajifanya. Wanataka wasaini nini wanataka Sasa mimi nilikuwa nakwambia, mimi nakwambia ile mambo mimi najua. Walikuwa wanapika simu tuwasiliane na wao. Na hakika utakundua ni nasi tu kwa madhumuni yake. Basi katika hiyo mambo yote yamefanyika. Haya ikifika niko mtoto huyo afanyia operation. Operation hiyo naona tu wanajua. Mimi nimekuwa kwa operation. Najua vile mtu hawezi kuenda operation. Aende operation saa hii. Hapa ndio wanafanyia operation. Alafu msema muende kutoa mzazi wake na anatakana kufanya operation. Operation ukienda kuchinjwa damu iko hapo. Just for emergency case. Damu yako ikikwisha wanamuongeza yenye wako nao. Wanaanza kuongeza. Kwa vile wanaweza kukukata damu inamwagika. Iko hapo karantini. Nimekuelewa. Na ukiona mtu anakuambia anataka tu akushirikishe na huyo mtoto ndio amtoe. Walikuwa wanataka usaini afanye operation. Hiyo. Halafu mimi nikamwambia hapana. Hata hiyo operation haikuwa. Already tulikuwa tumefanya operation. Wakasema kichwa yake iko nikamwambia mimi sitaki. Kama kichwa yake iko na akilikongwa. Wanataka kufungua. Basi nikamwambia mimi sipingi. Lakini mimi nikuwekea sahihi ya kusema ni mbaya kwa katika imani. Wakinga na njia ya imani. Imeandikwa kwa Biblia hapa. Basi mimi sitanganya hata hapa sahihi nilikuwa. Tunakuamini kabisa. Sasa katika hali hiyo mimi kile nilifanya niambia watoto wangu nikawaita nawaambia hao wote ujue wewe kama hujaokoka na mimi nimeokoka. Nataka niwatafsirie. Kama hujaokoka na mimi nimeokoka. Na watu wanataka ama kitu fulani wabarikiwe. Kama huko na student kupita ni ngumu. Udaktari. Sasa anataka tu mimi mtu wa Mungu ni muunge mkono. Sasa anataka ni Mungu ambaye ni ofisa
Na nikifanya tu hiyo, huyu mtoto nimemwelekeza katika ofisi. Sasa walifanya nini sasa? Sasa katika hiyo mambo ndio nilikuwa na wakataza. Lakini wanakimbilia watoto kwa vile tulikuwa huko watu wengi. Ndio kuambia kuna mteko hapa. Unasikia? Ndio nakwambia mkio mwanabii huyu ni pastor na wewe ni pastor na nyinyi ni mapipi. Bwana na kwa nyumba yenu shetani hatakaa. Atamwangusha tu haraka. Na mkianguka anamletea vipawa vya uongo. Alafu unazidi tu ni injili inaendelea. Basi katika hali hiyo tumekuja nikaona tashwishi. Nikikuja hapa naomba. Nikaona watoto wangu wao hali wako nayo. Hawa watu wanaanza kupandia kupitia hawa watoto. Nikaona hata hawa watoto watakiingiza kwa kikundi kingine na hizo sahi. Kwa vile wanapatiana mtoto wanaenda wanapima hakuna ugonjwa hiyo walikuwa wanaelekeza. Nikaa huko miezi 3. Miezi 3. Nikiwa naenda kila siku. Hiyo ni miezi nilienda Kenyatta hiyo. Kila siku napanda hapa. Saa hii niko tu huko. Napata gari. Unaongea na mtoto sasa? Ndio nimeonana na mtoto kila miezi 3. Unasikia? Sasa katika hiyo mambo yote. Hawa design ili afanye hiyo. Walikuwa na saini. Lakini kusaini hiyo haikusaidia. Ndio huyu alisaini mwingine akasaini. Tena wewe nikamwambia sasa fanya hivi, rudia mara kadha. Basi akarudia mara kadha. Hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Mtoto huyu anaenda kukua recovered, unakundua. Mimi nilikuwa naonyesha. Walikuwa watu fulani hapo. Ambao niliweza kuelewa ndio wanataka kuangamiza huyu mtoto. Nilikuwa kwa Sirium. Nilikaa huko kitu kama mwezi mzima. Nikishuhudia, nikiongozwa na roho wa Mungu. Basi katika mambo ya roho wa Mungu, nikiambia huyu neno la roho Mungu kama hana roho ni kasibu. Ndio mimi nilinyamaza. Watu walikuwa wanaletwa, mimi na nyamaza tu. Wanapikia nini? Wanaanza kupika bei kwa mtu yuko hali mahututi ule wanajua hata toka. Matajiri wanaenda tu hapo. Wanaitisha pesa mingi na wanajua. Hapana, wacha nikuelezee. Mtoto yako yuko hali mahututi. Wao madaktari wanaelekeza hata pona. Basi kuna watu ambao wanataka kutoa mtu akuwe upande wao waonekane wamemtoa sadaka ni kafara na ni mtu yao, lakini wanakuja kwa hawa wagonjwa hali mahututi. Sasa wanapokuichia mtoto wako hutajua amepeanwa. So wanatoa mtoto wako kafara sasa. Ukiwa hapo. Lakini wanapatia matajiri ndio utaona tu wanakuja, wanajifanya wanakuja kuona wagonjwa. Kumbe ameletwa na walakuzi. Madaktari wale wako walakuzi. Sasa wanaonyeshana wanasema huyu hata pona basi. Huyu ni kijana weka kwa nini? Basi mimi nikionyeshwa na roho. Nikaita watoto wangu na waambia hapa mtoto yetu iko kwa shida. Unasikia? Pepo hilo lilikuwa linapata kupuuza hawa watoto. Nikiwaelezea, unajua hawa watoto ni kitu kingine. Mtoto akikupatia pesa, akununulie nguo, anaona papa sasa iko chini ya wingo la. Ya dhali. Unasikia? Ni mtoto wako. Kikulapo kiko kunguni mwako. Yesu si mjinga akachukua mfuasi wake. Akawa ndio atamsaliti. Haya mambo yote nikaangalia. Nikawaambia watoto. Mpaka nikaomba, nilipoomba mtoto huyu akitoka. Fikiria mtoto ametoka ICU. Sisi walitoa hatukukuwa. Tulienda tu yuko hapo. Sasa hapo ndio watu walishangilia. Nikashindwa wanashangilia kwa nini? Mimi naitwa Mshimuli Samuel. Ukienda huko Kenyatta Hospital, ukienda kwa gate watakwambia Mshimuli tunamjua. Ukienda kwa watchman watakwambia hata madaktari wengine. Sasa ndio nasema nataka mnisikize. Walikujuaje baba? Kutokana maombi. Si anaomba mtoto. Alafu ile lengo walikuwa nayo Mungu anapuuza mtoto tunaacha tunaanza kuongea. Nikikuja kesho nakujua Sasa tulikuja kufanyika sasa nini sasa? Sasa tumekuja hapo.
Ikawa siku ngine Mungu akanionyesha ninawe ndani, nimekuwa nikifanya kazi Mungu. Sasa nikaona kunawa ndani lazima niwaeleze ambapo utangaze. Nikawaambia mimi nimekuwa na mgonjwa kama huyu na niko hivi, na mimi ni mtu najua Mungu. Muna shida, mnatafuta huyu mtoto mshipa. Nimekuwa na mwingine tulikuwa naye zika mshipa ikapotea. Kumbe ni Mungu alikuwa anafanya ili asikatumbukizwe vitu vingine. Lakini hao madaktari nilipowauliza wazika, wakasema waliniambia hiyo mtoto hata hakuna dawa nyingine atakufa. Nikawaambia munipatie ruhusa niombe. Wakasema wewe unajua kuomba. Nikaomba mtoto huyu akatoka. Hata saa hii iko hapa na iko college. Sasa nilijaribu kuambia hao madaktari wanakuja kama vile mko wanasikiza wanaenda. Kesho nyingine nikakuja tena nikawaambia hata kama magonjwa ifanye kazi ama dawa, fanyeni hivi, mpatieni vile nyinyi mnaweza, na mimi niombe kwa mtoto tu tukiwa hapa, kwa vile najua niko na pili na sijatoa mtoto. Hiyo ndio kitu ilianza, wakakuwa na wasiwasi. Sasa tulipo nimemaliza kuambia mara 3 mara 4, ninawaita tunaongea, wanasikiza tu vile mnasikiza hivi, na wengine wanatingisha. Basi wakati sasa hivi ni mwezi gani? Ni muda gani? Mwezi 3. mimi nakwambia ni mwezi 3. Imepita sasa miezi 3 Ilipita kitambo. Sasa katika hali hiyo mimi nikawaambia siku nyingine nikawakuta. Kwanza nikiwa kitu kiliniweka tashwishi. Hiyo hospitali mimi waliniambia nisikaombe na hakuna mtu ashughulike kwa mgonjwa mtu mwingine. Ukikatazwa kuomba sasa. Already nilikuwa nikatazwa. Nikakuta nasi ananijua vizuri, ule anasimamia chakula. Sisi tunanunua chakula, wametupangia listi chakula tunanunua. Nikagundua nasi mtu ameleta mgonjwa yake iko hali mahututi kama huyo ama mgonjwa kama huyu wangu. Sasa nasi amemwambia lisha huyu ati hakuna watu wenyewe. Nilipomkundua nikamkuta msichana kama nikamwambia unalisha mgonjwa nani? Mimi kwa nini? Alikuwa analisha mgonjwa wako? Kijana wake. Ni wa huko hospitali ama ni mwingine? Ameletwa tu, lakini nasi amemchukua mateka tu kwa uchanja. Unasikia? Anamwambia alishia huyu. Sasa nikikuja tu hivi nikamkuta. Nikamuuliza. Nikamwambia watu hapa hiyo si ndio. Analisha kijana wako? Wangu chakula. Na kijana akakwambia aje, alimuuliza amulishe ama? Sasa huyu ni mgonjwa. Hizi. Basi nikaona hiyo nikasoma. Siku nyingine nikatoka kama saa 12 tunatoka. Moyo ukaniambia tuko na mtoto wangu msichana. Rudi uone. Unasikia? Nikaambia msichana yangu nimewacha kitu. Nilimwambia nimewacha simu, na mimi sikuacha simu. Lakini ni roho wa Mungu alinikuchia. Kujia nikaenda mbio. Nikaenda kufika tu nakuta daktari bandia iko kwa huyo mtoto anaanza kumkea. Nimuuliza nani? Ni mtoto huyo akuniona baba huyu si daktari. Jamani, sasa itakuwa namna gani? Na ule amempea chakula. Si chakula, daktari bandia. Asiye wa hiyo hospitali sinakwambia hata student wanaitwa tu wanapigwa. Hiyo hospitali iko na madaktari hata private. Ukitaka uhurumiwe vizuri, serikali yenyewe haina madaktari. Unaajiri wako. Unaenda private sasa. Wale wana pesa wanaenda kuchukua iko hapo. Sasa wako ulipomuuliza anafanyia nini sasa mtoto anamwambia huyu si daktari kwa vile amewaona na anawajua na huyu ni mwingine analia, akaniambia mimi ni daktari. Sasa kuniona hivi anatoka. Nikatoka utaanza kelele hapo. Nikavumilia. Hiyo ni tashwishi kuonyesha kuna neno ficha. Basi hiyo yote imekuwa kwangu na Mungu akaniambia toka. Ndio nilipoomba hata sikuambia natoka. Nikarudi nyumbani. Unasikia? Tukirudi nyumbani, siku hiyo kurudi nyumbani tulifanya huko maombi sana. Nilifanya huko maombi nikaabudu Mungu. Mimi ni mtu naitwa Samuel. Lakini sina Samuel na pia ule iko kwa Biblia. Mimi ni Samuel, lakini Mungu aliniita kwa sauti akaniambia Samuel. Nikaitika. Akaniambia nataka uabudu Muumba wako. Hiyo neno lisema Samuel, ukuwe ukiabudu Muumba wako. Na ukamsikia vizuri. Muumba wako. Unasikia? Hiyo mambo haikuji bure mpaka ukue umefunga. Mpaka ukue huko kwa section gani. Basi nikaabudu Mungu
Hapa nilipoabudu ndio Mungu akaniambia kwenda na. Unajua ukiabudu hata watu wanakutoroka. Kwa vile unaanguka hata kwa hiyo mawe naanguka. Hawata kuelewa. Naanguka tu kwa hiyo mawe. Siwezi kujizuia. Basi wakaona labda mimi ni mwenda si. Tukaomba na mtoto alikuwa huko msichana naye anaomba. Basi katika hali yetu tukatoka. Basi ndio kesho yake nikikuja. Kamaliza siku moja ya bila nikikuja. Kushinda kawaida bila naenda. Kuja nikaambiwa nini? Nikakuta kuna mtoto mahali alikuwa kwa kitanda. Basi nikaangalia. Hapo ndio unafaa kuenda kuuliza. Hapo ndio unafaa kuenda kuuliza. Nikamwambia msichana wangu acha nini? Weka ngoja niende. Nikienda wanatoroka. Hakuna mtu anataka. Hakuna sasa. Hakuna mtu ananisikiza. Anataka kukuambia ni mtoto wako wapi? Si ndio nataka kuuliza. Wanakuogopa. Hawataki kukuambia. Hawataki kukuambia. Unasikia? Sasa ndio najua mimi ukianza kunidanganya kuna wakati utakwazwa. Hata nikitaka uniambie wewe mwenyewe unakuwa ni kama mtu akiwa na mapepo. Pepo lenyewe linakuambia sisi ni fulani. Na tunafanya mambo. Uweze kumwambia mwenyewe. Basi katika hali hii nikashinda hapo saa 6 hiyo ikakucha. Nikarudi jioni. Kwa vile ikifika saa za unatoka. Kufika jioni nikakuja. Hakuna mtu amekwambia mtoto wako wapi? Hakuna. Sasa nikakuja hapa. Nikiwa hapa ninasikia simu kupitia mtoto yangu. Alienda pia yeye hapa. Simu walipiga. Bila wanapigana nikikwambia. Kutoka hospitali. Kutoka hospitali. Mimi nikasema hiyo simu basi na iwachanga inapiga raundi ya kwanza na ya pili. Basi ya pili naichunguza hiyo namba. Kila wanafanya mwingine anakuja pika tena mwingine. Ukiangalia utajua tu ni uongo. Kwa vile anatumikia ingine. Na ikiwa kweli atatumikia ile mara 3 ukichukua hakuna dhambi ama hakuna ubaya hata timiza lengo mbaya. Sasa wakapigia yule msichana. Sasa walipopiga mimi nikajua kesho mimi narudi hospitali. Basi kwenda hospitali huyu kijana akaniambia unajua unaitwa huko hospitali. Nikamuuliza wewe kijana umenikosea. Si unajua? Sasa akakaa akasema baba unisamehe. Hiyo ndio anakupika ngume umeumea alafu anakuambia ukusamehe. Kijana wako sasa huyu mwingine. Si ndio huyu kijana ndio ninakwambia. Anasema unaitwa huko. Nikamwambia kwanza ikiwa ulipokea hiyo simu alafu sasa wewe angalia wametumikia wewe. Basi nilipoenda hospitali wakaniambia kijana yako ulikuwa lini? Ulikuwa namna gani? Nikamwambia sawa. Nilitoka hapa jana. Wakasema apelekwe kwa theater kwa operation. Na mimi sikukuwa wameniambia kitu kama hicho. Unasikia? Basi magonjwa iliweza kumsitia. Nikamwambia nionyesheni mali hii. Tena huyu ananiambia si ule tunashindanga na yeye huyu ni mtu mwingine hata mimi simjui. Ndio kukuelezea. Sasa wakati walinifanya hivyo nilikuwa na hii Biblia. Niliwaambia kwanza nikawaambia. Ati wamekwambia ati kwanza ati mtoto alishindiwa. Sasa normally daktari akitoka haya. Okay. Hiyo mambo ya normally ndio mambo mimi nikikubali hivyo kama mimi najitayarisha. Okay, sawa. Okay? Sasa katika hali hiyo nikawaambia kama iko. Nionyeshe. Uliwaambia vizuri walikupeleka. Sasa hapo ujue ofisi ndio hii. Mawajimani wako hapo. Polisi wanaletanga wafungwa walikuwa sasa bila naongea na reasoning mpaka watu wengine wanavutiwa. Unasikia? Basi wakakuja wakasikiza. Hawa madaktari sijui hata na madaktari lakini wakasema nikawaambia mnipeleke. Waliposikia ni wapeleke wakatoroka. Ulikuwa unataka kupeleka kwenye kijana. Mahali iko hata ukienda mgonjwa wako si utapelekwa uone yeye. Ni kweli. Ni kweli. Sasa
Katika hali hiyo wakajichenga kidogo, nikaenda kutafuta mambo mengine kwa wengine wakatoroka. Nikikuja nipitie kwa hiyo ofisi nikakuta wako hapo, nikawaambia mnasema ukweli? Basi mimi napenda kufunua Biblia. Ulikuwa na Biblia yako? Hii ni ile tiko inakuwa na amri 10 nini New Testament, alafu kuna Proverbs na ile Psalms. Basi sasa katika hali hii nikawaambia kaeni tu, simama hivi, waja mimi nitafungua. Nataka tu mkue hapo, nitafungua, Mungu atanifungulia. Nitaomba na Mungu anifungulie kama neno hilo ni la ukweli. Wakati walikuwa already wametoka, wananiwacha kwa room kama hii. Sasa kuna nini nitafanya namna gani? Already wamekwambia amekoma hali mahututi kabisa. Na wamezidiwa. Walikuwa wanamaanisha amekufa sasa. Si hilo ndio waliniambia. Baada ya mimi kuenda hapo, unisikize. Yuko wapi? Wakanipoteza. Mpaka nikarudi. Nikitafuta hao wale na wajua wanatoroka. Ulikuwa peke yako sasa hivi? Tulikuwa na mtoto yangu. Amekwambia amekufa, si wale unajua. Si wale unajua. Unasikia? Alafu nawaambia wanipeleke, kumbe wao wametumwa tu hawajui huko. Basi nilikuja hapa nikachanganywa. Nikakuja hapa, nikaanza kuomba. Mtoto akawa alie, nikamwambia unalilia nini? Kwani umemuona? Unasikia? Basi tukakuja hapa tukaanza maombi. Mpaka saa hii hata mimi ningali. Watoto hao wengine wamerudi kwa shule. Mungu anawapatia nauli, mimi sifanyi kazi. Pesa zinapatikana, hii nyumba inapatikana tu na yule hakika. Mimi nasema Mungu kama hutaki. Kutoka hiyo siku wewe hata hukuonyesha mtoto. Hata hakukuonyesha. Basi isikiza. Hiyo hadithi inaenda. Sasa tukiwa hapo nikakuja nikaambia huyu pipi yangu. Akachukua ile mbinu namwambia, yeye akatosheka ati mtoto amekufa. Huyu. Na akaanza kuwasiliana na watoto wengine wala hatukukuwa nao. Nimesema nina watoto 12. Hawa walikuja na mama. Unasikia? Sasa wao ni watu tu wako kwao. Siku ile nilikongwa na gari. Hawa watoto walishirikishwa, niliwaona wamejitokeza. Halafu wakakoma kabisa, kwa hiyo miezi 3 hawakanyaki huko. Unasikia? Basi wakati naleta hiyo neno mama nilikataza huyu. Ule tulikuja naye. Tulimwelezea nina watoto. Ninasema 12. Huyo akiwako ni 12 na fikiria alikuwa anaenda kwa hii university ile wapi Noti Murang'a. Hii Embu. Ile mali watoto walikuwa wanafanya maandamano juzi. Wakililia principal wao wasikatoka. Meru. Ndio hapa alikuwa Sasa wewe mzee, kutoka wakati gani sasa ulitoka kule kwa hospitali? After hiyo ripoti, huyu msichana mwenye mlikuwa na yeye hata mkuenda kuona, haujarudi tena. Sikiza, mimi nasema. Munisikiza, wewe huwezi lakini unisikiza vizuri. Na mimi nakwambia Mungu wa ukweli na neno la Mungu alipiti kando. Huwezi kusema uongo. Ukisema uongo utafungika hata sitaendelea. Sasa tukiwa hapo wakati nilikuja. Huyu hakujua Mungu alikuwa ameniambia toka ndani ya mambo haya. Unaletewa karai. Unaonyesha unanawa kwa karai. Kwa maono sasa. Kwa maono. Kama Pilato aliona Yesu hana ubaya, lakini anasukumwa na watu wengine. Unasikia? Akatoka ndio akasema mimi sioni ubaya wake. Ndio akawaambia kwendeni msulubishe kama mnataka. Unasikia? Aligata, wakamwambia tutakuwekea vitina kwa Kaisari. Basi yeye alikuwa anatawala wanadamu. Na wakisema wanadamu wenyewe wako na muhimu. Sasa katika hiyo mambo mimi nikiwa hapo sasa nilipokuja kusema hapa mama akachukua tofauti. Mama akaanza kombeni yake. Basi nikamwelezea mimi pia najua njia za Mungu. Nimwambia mtoto yangu iko hai. Iko hai. Daktari wamemwambia but wewe unachukulia vile unasikia. Kwa vile daktari kama ananiambia mimi siwezi kupata walaki. Mungu aliposema nimemkana Esau nani alipinga? Alipoambia Ibrahimu chukua mtoto waende kunitoa, nani alipinga? Ni bibi yake alipinga?
Sara alipinga? Hapana. Neno la Mungu ni sure, wanasema it is pure. Likitoka hata kama wewe Mungu amesema umeniua, halafu hawa waseme amekufa, hakuna mtu atapinga. Aanze kuleta video ama aanze kuleta vikukumizi. Hati hii ilifanyika hivi. Mimi ningetosheka, watoto wangu hao watosheke, hata hawa mama amezaa wangetosheka. Lakini hawa wameanza kikundi kingine, na hii kikundi kinakuja kwa vile mimi nawaambia, mnisikize sana. Mimi nilikatwa nilipokuwa katika hali ya kutaka ku revenge. Wanilipe haki zangu, Mungu akaniambia no. Unasikia? Nimekuwa kilabu, nikafuta pira ndururu, nikawa hali ya kuenda kudai. Huyu kijana alikuwa anaitwa aje baba? Nitakwambia wewe unajua unafanana mwandishi. Lakini mimi si mwandishi baba. Mimi nakwambia. Wacha unaona hata sikiza. Unajua umenielezea vizuri. Mimi nakwambia. Na mimi nimekusikiza mpaka napenda venye unaeleza. Lakini mimi siipi. Siui. Hata wewe siwezi nikijua mke wa mtu na mimi nimekubali mke mmoja. Na heshima hizo na sifanye mwenyewe. Nimependa hizo heshima. Mungu ananishindania. Lakini kuna mayumba yumbi wanakoteka. Mungu huyo ni kama vile hii ya mtoto. Unasikia? Basi katika hali hii huyo walichukua tofauti. Na mimi nikachukua tofauti. Katika hawa watoto mama alikuja nao wanasikizana mama. Sasa mama akiwa tu na mawazo tofauti, jira atawaambia wanasikiza. Na hawa tulizana yeye. Huyu mwenye mlianguka naye mlizana na yeye. Na yeye. Wa mwisho. Sasa nikianza kuongea basi wao wanachukua tofauti. Alafu hao watoto kuna sehemu moja niliona makosa. Na hiyo kitu ndio mama saa zingine anaingilia. Watoto hawa huyo nilipomuoa. Nilimuoa nikamuuliza kwetu ukiwa na watoto hawa wanarudi kwa baba yao. Kwa vile huwa wanaleta kasia. Akasema kwao si hivyo. Nikamwambia ikiwa ni sawa, ikuwe sawa. Basi nikachukua tukaishi naye, lakini wazazi wake wakamshinda. Usemi. Wakaonyesha, wakaambia watoto huyu si baba yao. Basi mimi nikaamua hawa watoto nimekuwa nao. Na vile najua njia za Mungu, nitawalea. Ikiwa tumewalea kwa umasikini sana. Walikuwa 5 na mimi nilikuwa napata mshahara ya kakuzi 40 popo siku hiyo. Hazikuwa zinaweza. Na hao ni watu wanakula. Kwa nasari wakiwa kwao tulikuwa tumekutana wewe. Mimi nalipa tunakondopiga. Mpaka wakati wazazi walibakataa wakasema chukueni watoto wewe. Wakakuja. Watoto hao walifanywa counseling mbaya. Wanapo sasa kufika ni mmoja nimwambia mkubwa ukiwaja shule utakuwa umeangusha hao wengine wote. Kwa vile wewe ndio mkubwa. Tukasikilizana. Alikuwa ameanza kuongea nini. Basi kumbe pepo liko ndani yake. Alienda kusema huko wamesema hivi na hivi na hivi. Watu wakampatia mafunzo. Basi mtoto hawa huyo wa kwanza aliwaja akiwa 6 na akaenda Ukambani akaolewa. Mimi namruhusu bibi mkana. Basi mwingine tukaendelea kufika 8. Mama yake akawa mgonjwa. Nikapeleka wote Zika. Mtoto huyo akatoroka akaenda Ithanga kwa babu yake. Akiwa huko akaambiwa. Unasikia? Akaambiwa huyu atakufa vile tulilani yeye kwa vile ile ndoa yake hatukuipendeza. Muende mchukua vitu. Na wakafanya hiyo mambo yote nikiona. Wakakuja wakachukua vyote. Basi hiyo mambo ni ya kuweka tukose kuelewa. Na ndio naendelea. Na ndio nimesema hawa watoto mimi hawanisikizi. Ni wakinisikiza ni mama yao asimame awaambie huyo akisema hivyo niitie. Sasa mzee, mimi nimesikia vizuri sana. Na hata sisi tumekuja usiku na mimi naitwa Lucy na huyu anaitwa Pastor Kefas na huyu anaitwa Pastor Ndirango. Huyu anaitwa Farozi. Sawa, mimi wacha nimalize bila mambo haya. Acha kuisha. Au haijamalizika? Sasa katika hali hii mtoto huyu kama tutakuja kesho. Hakuna. Hata mkikuja kesho mimi niko tu hapa. Kufika kesho yake nini? Mtoto huyu
Ile tu nilikuja nikaambia msichana yangu, enda nyumbani kwako. Kwa vile niliona tukienda huko tunashindania. Na ndio nilisema hata mkikuja hapo mkiwa wapasta wote, hamtafanya, shetani atachukua hiyo mkusanyiko hiyo. Na mtaongea na njia za kishetani. Na tumekupenda sana. Sasa katika hali hii mimi ni kitu kimefanyika kwa wangu. Sasa huyo mtoto walipokataa kunipatia na wakanificha, hawakunikataa, hawakunielezea. Mimi nikakuja hapa nikafunga tukiwa na huyu na mwingine yuko Nairobi anaitwa Masi. Na mimi tukafunga, nikawaambia Lazaro watata zake ndio walioomba na Yesu akawasikiza. Kueni katika hii maombi. Tukafunga wiki mbili. Nikaambia watoto na rasha zimeanza. Unasikia? Rasha sasa zilikuwa zimeanza. Nina watoto wengine wa mama wako Dubai, mwingine yuko Jordan. Wanatuma kwa mtandao, huyu ndugu yetu amekufa, huyu ndugu yetu amefanya hivi, na wanatumia hata watoto wengine. Huyu mtoto alikuwa Boni, kuja hapa Boni, endeni, enda naita Boni na anaenda wapi? Amesikia. Basi katika hali hii watoto hawa wanaanza kuyajusha. Mimi ndio baba yao. Ndio waenda hata Jordan ni mimi kwa aende Saudi Arabia ni mimi nao omba. Lakini hawa watoto ile kitu kimefanya tusikakuwa na mwelekeo. Hawa watoto ni watoto walikuja na mama. Nitahubiri sana hiyo neno. Watoto hawa mimi si baba yao. Mimi niliwalea kama mzaa. Wa kwanza nikamshindania, tena alienda na njia za ruhusa na tukukuwa na nduru. Basi Mungu akawashindania wako kwake. Hawa wengine mmoja ameenda, lakini bwana yake akuja kuniuliza. Huyu mwingine kijana nikamwambia kwenda oa. Alipooa nikamwambia huyu ni mama yako. Sasa huyo bibi uoa ndio mama yako. Hapo wacha kunisumbua. Unajua ukificha mtu ni mbaya. Hata ukikuwa na watoto ukose kuambia huyu, ni heri kumwambia aitike. Kweli? Basi katika hali hiyo nilifanya hivi. Basi katika hiyo mambo wakati tulienda sasa tumemaliza wiki. Sasa watu washaanza kujua ni kama kuna pande mbili sasa. Hawa Ramira amekufa. Watu wa nje sana hawajui, lakini huko kwa nyumba limeanza hivyo. Tena limeanzia hapo. Basi katika hali hii mimi nikafunga huyu na mwingine. Tukafunga wiki mbili. Hiyo ni Januari. Nikaambia Mungu nataka kwenda huko. Nikaambia mtoto nikitaka nichukue mama huyo nakataza. Sasa ulienda sasa peke yako? Hapana. Nataka nichukue hawa watoto, anasema Mungu anakataa. Wanasema usikaende na mtoto wa zina. Wa zina ni mtoto asiyo na baba. Yuko na mama mmoja na baba hayuko. Na neno hili linafanyika tu kama hauko kwa Yesu. Yesu anapomua kila kitu. So, baadaye sasa ulienda? Nilienda na wale, nimezaa na wao. Huyu na kiume. Yuko college. Unasikia? Ni watu hata hawa. Ni watu tu walio uzuri, tukaenda. Kufika hapo tukakuta. Nikamwambia ninakuja kwa neno fulani hili na hili. Basi nasi hapa Kenyatta sasa. Kenyatta hapa. Basi wakaniambia, nikamwambia nilikuwa hapa. Na nilielekezwa sikukuta mgonjwa wangu alienda wapi. Basi akaniambia wacha nikuitia daktari ule anajua. Akaenda kuliita daktari mwingine tu. Wanafunzi ule hakujua hata elewi. Sasa huyo daktari anakuja na vitabu. Wewe unaitwa nani? Aandike. Nikamwambia ndugu yangu. Hata mimi walikataa kuniambia kuhusu mamangu. Wananitu mamangu wamekufa, wanashinda wakiniambia utaongeleshwa na huyu. Kumbe hawataki. Basi sikiza. Nikawaambia sasa mimi ndio baba yao. Na nimejitokeza. Nimekaa hapa miezi 3 na mimi najulikana hata hapa. Hata masikari wanajua wote. Sasa nionyesheni huyo mtoto. Walikuonyesha sana. Sasa si wakaanza zile project za kusema niweka sahihi, hata mimi sijaona mtoto. Unasikia?
Nikamwambia basi wacha. Nikatoka kwa wao. Unasikia? Nikaenda mpaka ofisi, kuna ofisi inaitwa administrative office ambaye ina operate kila kitu. Nikawaelezea, wakanipatia barua. Unasikia? Uende ule anaitwa ward clinic, ule anahusika. Wakaniambia hiyo ward yako ni kama wanasema yuko hapo mtu. Kama mgonjwa yako alienda transfer, na wakaniambia wagonjwa walipelekwa transfer. Walikwambia kuna wagonjwa wanapeleka wamebadilishwa vile walikuwa wanakaa. Ikiwa mgonjwa wako basi wakanipatia. Nikaenda, watu hao wakaanza kunisubiri. Kuja nikuonyeshe tunaenda. Anatupeleka hiyo ofisi. Narudi. Naenda hapo, naonyesha, wanaangalia, sema hakuna hapa. Sasa nikasunguka. Au kupata. Sasa nikiwa hapo, mwingine anakuja, "Si ukuje, unataka nini? Si uniambie niko kusaidia." Nikawaambia, nikasikiza vile wanaongea. Basi hawakunisaidia, na ni usiku. Fikiria tumekuja hapa, nilianza saa 2, ni saa 3. Na siku hiyo tukitoka hapo mvua ilianza. Na mimi najua ukiona mvua inanyesha, kuna mambo yake katika unabii, mimi naelewa. Basi tulienda mpaka huko, mpaka hata kutoka. Nilipofika gari ya kuchukua kukuja huko ndio mvua. Usiku kama mvua haikunyesha. Umetoka bado uko hujamuona? Sikumuona. Wakati huu wote mzee unafikiria ako aje huyu mtoto? Hiyo wakati wote imepita. Sasa nakwambia. Nilikuwa hiyo hospitali. Nisikizeni, mimi hata nyinyi kama hamuna uwezo. Hata hamuna, chukueni tu. Hata kama nakudanganya, kuna sheria. Kuna nini? Hiyo hospitali. Mimi bila nilikaa hapo. Na vile Roho alikuwa ananiongoza. Kile niliona hapo, nikiwa hapa. Naombea huyu mtoto wangu. Watu wanakuja tu kama huyu. Kichwa yake meno, na amekaa hapo miaka hakuna mzazi. Wanakuja wamechanganyika, ni waombe. Ako na nguo, ama unaona wanakuja wanamshika, wanamrudisha kwa wote. Mtu huyu amekaa, nilikuta wakakuja wakanisunguka hivi. Mahali nienda kupumzika, wakaniambia utuombee. Sisi tangu tuliletwa hapa. Hatujui bili ndio ilifanya ikakatali tunaishi hapa. Basi katika hali hii ulirudi tena sasa? Mimi nasema wakati nilikuwa mgonjwa hapo, wakati nilikuwa nikikuja wote kila siku, hiyo ndio ujumbe nilikutana na hawa watu. Nikawawekea mikono, naomba Mungu ikiwezekana wapate watu wao wako. Watu walikuwa hapo wametawanyika. Lakini ni wako. Mtu amemaliza zaidi ya miaka mingi na yuko tu hapo. Saa zingine wazazi wake walishindwa pia. Basi na hao ndio kitu kinafanyika kwa serikali. Sasa kijana umemrudi kumwangalia tena. Sasa huyu ameniuliza wacha nipambie. Sasa katika hali hiyo kile niliona huko, na ndio ananiuliza wewe unafikiria yuko wapi? Basi katika hali hiyo hawa si walikuwa wanakaa hapo na wajalipa. Haya, hawa watoto wako hapo ni watoto wengine na watoto wadogo, wengine watu wazee. Na mimi kwa wote niliona vile kunaendelea. Niliona mgonjwa mwingine alikuja tu anakanza, wanasema anakanza. Lakini anapiga kelele, anasunguka usiku huko. Basi watu wake wakikuja wanamwambia. Mjamaa alienda kukatwa mkuu nikiona tu hapo. Na akarudishwa, sasa hawezi kusunguka usiku. Watu wake wanamkata. Ati yeye mimi nikimuona alikuwa anatembea, lakini amechanganyikiwa, anaenda kusunguka usiku. Kama hawakutaka azunguke tena, hawataki. Wakamkata. Mkuu ilikatwa na already walikuwa wanasema ni mgonjwa wa kansa. Na mimi mahali nilikuwa ni kansa, si nitapelekwa wodi ya kansa. Kama huyo mgonjwa ni wa kansa, na kuna wodi za nini hii za kansa ziko huko, utapelekwa huko hata atapelekwa huko akatiwa huko. Mbona akute tu wodi ya kawaida mahali nilikuwa, alafu akata mko. Hiyo ni kuona, na hata ukitaka ni kufanyia ushahidi siwezi, kwa vile naonyeshwa na Roho. Unasikia? Na hiyo wakiona
huyo mgonjwa nilikuwa sihusikani naye. Unasikia? Mimi nikaomba sana ndio nilitoka hapo. Basi huyo mtoto yangu nimwambie ukweli na ukweli nabakia ukweli. Mika ni mtoto alitoka ICU mara 3. Na hiyo alishinda kwa upande wa Mungu. Kiwa na majaribio. Unasikia? Lakini hao watu niona watu wanamshikania. Hakuna haja mtoto kwa kitanda cha kulala hivi. Wanakuja wamkate hapo. Ndio watunge kitu kwake ati wanatafuta damu. Hapo si wampeleke kwa tia. Sasa ya kushangaza wanamkata na damu inamwagika mpaka nikasema sasa huyu damu ikwishe hivi. Sasa na mtu amekonda. Nikawauliza na ujasiri. Ile ujasiri niko nayo huyo anajianuanga. Mimi ujasiri yangu ni ya Mungu. Basi katika hali hii nikawauliza. Wanasema utuombee na sisi tu. Sasa daktari yule anakuambia umuombee atakutibu. Na kuuliza swali. Wewe sikiza. Walikuwa wanaamini maombi yako itafanya kazi na wao nao wafanye part yao. Basi. Sasa kwa nini nitike wao wakianza kunidanganya ama kuniambia hii kitu kinyume? Na nilikubali. Sikiza. Ulikuwa mgonjwa na wakakutibu na mimi naona uko. Sikiza. Ujue mimi nakwambia hata ugonjwa ukisema unitibu peke yake utarudishwa. Unasikia? Mimi ningekuwa nakataa hospitali. Hiyo ndio watu wanafikiria tu. Ingekuwa mimi ni kinyume. Hospitali nilikuwa huko. Nilitimitiwa. Sasa unaona mkono ningali unaniumia. Hiyo ndio kitu huwa tunapinga neno la Mungu la matiba. Kwa vile mtu akikwambia nimepona andike barua huyo amepona. Hakuna haja tena niende kwa kliniki. Hata nilienda mpaka kliniki hiyo. Kumaanisha mpaka sasa hawaje kuonyesha mahali kijana hapa. Hawajanionyesha. Sasa kuyumba kumetokana na mama. Mimi nimemwambia mama huyu. Mimi nimejua neno la Mungu. Unajua mkitaka nielekeze kisheria. Nimejaribu kuelekeza mama huyu kisheria. Hao watoto nimewaambia hata hiyo sheria kama vile hata kwa shule vile kuna ni mbinu nimejaribu. Mpaka imekuwa miaka ngapi, miezi ngapi imepita sasa? Sasa hii ni mwezi wa ngapi? Tuko mwezi nilikuwa ni mwezi wa 4. Sasa tuko ilikuwa mwezi wa 8 kuanzia tarehe 16 ndio hiyo mambo ilitukonga. Na hii ripoti waliwapea lini? Mwezi gani? Hii ripoti ya kuambia amekufa ilikuja lini? Hii imekuja kama niko huko. Miezi ngapi imepita sasa kutoka waambie? Sasa hii ilikuwa mwezi wa 12. Na sasa December. Na huu wakati wote hospitali haijapeana ile report niseme Mika ako wapi? Sasa na hawaja kuonyesha mwili kusema ati amekufa mwili. Mtu akikufa kuonyesha mpaka mwili yake basi. Sikiza. Mimi nilikuwa huko. Nilipokuwa huko nikaona mambo haya yananishinda. Mimi nimekaa kwa Mungu sana. Nikiona mambo yanaleta njia zingine ndio nilikimbilia Mungu. Basi nikajua Mungu anaweza hata kufunga huyo mtoto. Aliwe tu kama ile wa Yakobo. Basi nikiwa hivyo shida imetokana na Hawa. Vile nilisema vile kulikuwa yeye akakosa kuelewa na kwa uchungu na unafiki ya hali ya juu akajitokeza akaenda kuambia hawa watoto hawa tukiwa huko. Mimi naomba na saa yote wakapata nguvu na ni watoto najua na wajua we are a poor people possessing nothing, landless, jobless. Lakini mimi naona mmejaribu kwanza kufurahia sana. Achana hiyo mambo. Hii kitu ndio nakwambia. Mimi naomba Mungu. Mungu akitaka nisikie vizuri anaweza kupitia mtu alete hivi. Unasikia? Unasikia? Basi katika hali hii isikakuwa sasa nitajifanya mimi najua chochote. Katika hali hii mimi nakwambia mambo hayo ilipoenda hivyo nikaona kuna neno tashwishi. Kwa vile sina pesa, watoto hao kwanza hiyo pili niliwaambia wafanye proforma. Nikaambia huyu kila mtu. Mimi ndio niliwaambia mimi sihusiki na kuna msichana mwingine tulikuwa tunaomba. Akasema amejaribu hata amekuwa akijaribu. Anahusiana na watu wakubwa wamchangie hii neno lakini alishindwa. Nikamwambia wacha hawa jaribu. Huyo ni mtuma kwa university. Pesa sasa Unasikia? University yao aenda kuchanga. Unasikia? Huyo kwa university.
Awacha kumpoint hivyo. Vile nasema sikiza tu. Pole mababa. Wewe kuna mwingine yuko university. Kuna mwingine anamaliza. Si anamaliza, yuko tu hata sasa kwa college. Na nikawapatia barua. Huyo yuko na mtoto Dubai. Nikamwambia wasiliana na yeye. Na yeye. Mwingine yuko Chotani, wasiliana na yeye. Ana mwingine yuko Katundu. Mkubwa mwenyewe. Umpatie barua achangishe. Sasa wanachangisha bill. Sasa nikapatia mwingine yuko huko wa kiume wa huyo mkubwa kushinda wote. Nikamwambia changisha, huyo akamwandikia. Na hao wale mimi nasikia wanazisikiza, nikamwambia ndio nifanye hivyo. Nilikuwa nimekundua kijana yangu mmoja anaenda kulipa kisiri. Nikasema hii kitu hakitakikani mtu mmoja. Tuko wengi. Nishirikisha watu wote. Hakuna mtu alifaulu. So ililipa hiyo bila? Haikulipa. Bado iko. Kenyatta iko. Na sasa tukisema si tutaungana vipi? Tukilipa na tukilipa. Sasa hiyo ni mpango ya huyu. Unasikia? Si tunaongea na wewe. Mimi nakwambia unajua umekuwa unasikia? Sasa na fanya mimi hivi. Umeongea vizuri sana. Wewe mimi nakwambia vile kulikuwa. Sasa hiyo lawama, unajua kuna lawama. Na lawama ni kama mnataka lawama imeenda na njia zisizo za Mungu. Alafu mnataka niwaitike kwa tabia yenu. Sasa kwa mfano mimi tuelekeze venye ungetaka baba. Sasa sahihi. Mimi ni Mluya. Mpaka huyu mama mtoto wake wa kwanza amepeana huko. Tulizika huko. Basi siwezi sika mtoto hata kama iko. Na mimi najua naomba Mika Mungu atakuja msaidia na akisaidia italeta ugomvi. Huyu mama najua ana tikati mbaya. Anasikiza bile. Kuna kitu baba nimesikia hapo umesema Mungu atakuja kusaidia Mika. Kuna tikati ile watu wanakosea. Ukiambia kuna wakati amwambia watu wakikuja hapo wakiwa watatu na wakuje halafu walale halafu nikuje. Sasa hiyo kitu mama huyu anachukua tumikie ambaye itakuwa useless. Basi katika hii mambo mimi nina njia za Mungu. Sasa dadi lazima sasa sikiza ujue waje kukuhivinzi. Hiyo ndio hawa wanafanya persuading. You cannot persuade. Hata katika neno la Mungu. Ikiwa ni persuading, sasa tumetusikiza sana. Unasikiza? Kama ni neno la Mungu. Mimi hata sijamaliza. Ujue katika hali kwa vile mnachoka na ukichoka hiyo najua Mungu hajakutu. Tunataka hivi. Unasikia? Sasa katika hali fanya hivi. Mimi nakwambia ukweli. Hata sahihi. Unasikia? Tunaweza kuja tena. Unasikia? Kama ukipea unajua sasa mimi si ndio nitampangia. Unasikia? Sasa unaona najua mtu hata tumeongea sasa najua kesho najua sasa hata ndio huwa nasema Mungu kama amekuongoza nitakuelezea. Na wewe ukionielezea sitakuwa na lawaki. Sasa utatumaliza. Sasa wakati mnanielekeza mimi niko tu. Malizia dadi basi. Sasa katika hali hiyo ndio namwambia nyinyi ni ushahidi kama vile mtu anaongea. Kwa vile already mama ameenda kwa mtandao. Akasema na akatoa lawama na mpigia haki. Hiyo mambo niliona nikaona huyu mama si mwenye mtoto. Hao watoto wangekuwa tu ni watoto. Mimi nimezaa. Ningewaambia wana ukweli. Mimi nafuata ukweli wa Mungu. Ama watoto hao wangekuwa kabisa wameitika neno la Mungu. Lakini ukiwa bibi yako na mtoto baba sikiza nitakwambia. Nakwambia. Huyu tuliakana. Tukakubaliana. Sikiza. Tukakubaliana. Unasikia? Watoto hao watakuwa wangu na nitawaelea kama watoto wa. Lakini hao watoto wananipinga yeye akiona wote. Mimi nimekuambia nimeshughulika nao mpaka wakapata waume. Baadaye namwambia mimi baba yako nimepata hii neno anaenda anakata. Alafu wanaongea na mama. Hata juzi wakati walikuja tu wakakaa hapo. Nikaanza kuwaonyesha moja kwa moja makosa ya mtu ikiwezekana wakubali ndio niwaambie ukweli. Badala yake kuongea mimi naongea bila naongea hivi na kuanga na sauti hivyo hata huko hospitali
Nimeshaambia mama huyo excuse ya kuongea si yangu. Mnasikia wengine hubiri kwa kisauti kikubwa kwa mama na wapinga. Wale mapasta. Na wanaongea hivyo. Lakini mimi siko hivyo. Sasa tuambie hapa bili sasa imelipo. Mimi nakwambia. Sasa tukiwa hapa nikamwambia mama, wewe sikupingie mtoto. Kama ni mtoto wako. Mimi siwezi kukuzuia kwenda. Okay. Lakini mimi ndio wewe niko kwa maombi. Sasa huyu hawezi kuwaleta kwa mimi. So ashirikiane na nyinyi. Okay. Okay. Sasa baba hata Na mimi kwa vile mimi Mungu atanijibu. Hadi tu hata kwa maombi sana. Kwa hivyo hajakwambia kama kijana yuko ama hayuko. Anaomba kana kwamba mtoto amekufa. Lakini daktari alisema alikufa, baba daktari anasema hivyo na mami anasema yeye. Huyo si daktari. Mimi nakwambia. Bwana, kama umekuja hapa kesho kuja, sina kujua. Sasa mtu mwingine tu ule hayuko. Sasa akikuja kunitafsiria mambo yako ati wewe sasa hiyo ndio kitu nitaka nione mtoto mwenyewe. Ule huyo Mika mwenyewe. Kwa vile nilikuwa nikienda hapo nikiomba wakiona. Kwa hivyo ukimaliza maombi uonyeshwe ni sawa. Sawa. Nimekuelewa na disa. Si ati nikimaliza ndio nionyeshwe. Mimi nasema mimi siwezi kuweka conclusion. My conclusion is for God. I just always surrender to God. Sasa akikwambia Mika aliaga utakubali. Mungu akiniambia na iwezi kuleta ushindani. Ndio nilisema hata siku hiyo. Ingekuwa ni kitu cha ukweli, hatuwezi kufurutana. Vile naanza kumwambia. Kwa hivyo daktari angekuja akwambie vizuri. Akwambie Samuel nakujua. Na tumekuwa hapa na wewe na mtoto wako hivi ungeitikia. Si ndio nilikuwa nawaambia nilijisamii huko hospitali huwezi kafanya kelele. Unasikia? Hospitali huwezi kafanya maaskari wako ukifanya wanakuja wanakotoa. Lakini niliwaambia tusimunipatie. Ama munionyeshe. Kwa vile mtu mpaka uone na macho mtoto ulikuwa naongea naye uone ndio ukuja waambie watu. Sasa walinifanya mpaka siku ya 3. Nini ya pili niliporudi na hawa watoto hawakukubalisha uone huyo. Hawakunikubalisha. Haya baba hebu. Sasa katika hayo mambo niliweza kusikia wengine wangu walienda walimuona. Ati waliambiwa. Hakuna wako alikwambia alishaiona Mika hivi na macho. Hakuna. Si wangu hawa niko nao. Hakuna. Na wale wa mama ndio wanaongea tu kando. Na wameenda wameona. Wao. Sasa already kuna mtengano. Ndio hiyo utengane na nini? Nilisikia wakisema. Mimi dadi ukimwona Mika hivi, uone ni Mika wako wewe hauna issue. Mimi bila nakwambia, mimi sikukuwa najificha. Nimekaa hapo miezi 3. Nyinyi sijui ukiwa unaenda. Unasikia? Unakuelewa? Na mimi naenda. Kwanza mtu mlikuwa mnaongea na yeye. Kwanza daktari ambao wanajuana ndiye angekwambia. Basi katika hali hiyo hakika sikumuona na tena walikuwa wananificha. Wananitoroka. Si huyu tu peke yake. Mama huyu tulienda naye kwa operation. Nilimpeleka tu aende kujifungua sika. Si kujifungua. Hata Mika huyu ni hospitali tu nilipeleka. Alikuwa huyu alifungua Mika akakufa. Mama akakufa. Nikalia watu wakakuja tu kama jirani wema wakachukua Mika na mama na mimi tukaenda hospitali. Kufika huko Mika akapelekwa nursery na mama alikuwa hajatoka vitu wakafanya akatoa hiyo nyumba ya mtoto. Baadaye mama akafanya wote. Alipomalizika kwa maternity siku ya kuzalia Mika. Basi katika hiyo mimi nikakosa hata nururu. Basi mama amesikia vizuri mtoto wamemletea alikaa nursery siku mbili. Huyu Mika huyu. Si ni kitu mimi natafuta tu bure. Na mimi vijana nimependa nimhatarishe. Usije ukasukuma alafu mambo haya. Nimeomba Mungu anasema tu nitalipisha. Ile kitu watu hawajui. Na mimi najua neno la Mungu. Si ati nichochee neno wewe ulipishe. Sasa mzee. Wewe unafanya kazi yako. Unafanya hii. Mungu si mchinga. Huyo Mika tukakosa pesa. Nikarudi nyumbani.
Watu wakaniambia kwenda hiva mama umtoe. Nikakosekana. Wale watu walinipeleka na gari, nikarudi nikapiga makoti, munipatie pesa nitoe mama. Wakanitupilia mbali, wakanikemea sana. Unasikia? Tulikusaidia ilikuwa hivyo. Nikaanza maombi tena. Nikaomba, Mungu akaniambia enda hospitali uambie huyu atatoka bure. Mungu mwenyewe ndio anacho. Nikaenda. Nikasema mama huyu akiwa hapa. Mama huyu ule nasi nilimwambia wachana, huwezi kaongea mambo ya upuzi kama hiyo hapa. Unasikia? Nikarudi nyumbani. Nikifika nyumbani naanza kupigwa na Mungu. Mpaka nalia, watu wote wanajua na karakara. Unasikia? Mtu ule hajafikiwa na nguvu za Mungu anaweza kuongea tu. Basi nikatulia, nikarudi huko. Nikaenda mpaka kwa mpaka sasa haujarudi tena na zile pesa. Pesa hata sisi hatujalipa. Hakuna. Niliwaambia wachanga wakashi. Ndio mimi nikaona watu wetu hawawezi. Na nimewajaribu kwa vile niliona tunakuanga na lawama, nikawaambia ni Mungu nataka kuomba wanania. Alafu nikaambia mama kama una uwezo sikupingi. So ndiko na mama. Alafu sikiza. Mimi na ngali naomba Mungu. Sasa katika hiyo mambo sikiza. Kama haka unaona sasa na ni saa 2 ya usiku. Basi wewe enda salama. Tutafanya hivi, tutakuja siku nyingine. Tumefurahi sana. Mimi najua. Sasa pia mzee. Mambo hata ya kukuja si mimi napanga. Yes. Lakini ile kitu naambia mama huyu kwa mtandao anasema nampingia haki yake. Na haki mama ana kitambulisho. Mama huyo hata iko na vitu vingine amefanya na mimi sijafanya. Lakini tunaishi na yaani vile vinatokana na haki yake. Tumejua kweli leo. Unasikia? Basi yeye ana uwezo kama mzazi yeye. Hawacha kujificha ndani ya. Wewe ulimruhusu wakiweza kuchukua. Wachukue kama mimi najua Mika hajakufa, ana ufisadi. Sasa hiyo mambo ya hospitali nikwambie vile kunafanyika huko. Watu wamekaa hospitali. Utaamini. Hao wanafunzi wakitaka ile inaitwa studies na experiment. Wanatumia hiyo mili. Wanatumikia hao watu. Wale waliwachwa wazazi wao wakatengwa. Hata mzazi yao akienda wanampatia mtu mwingine wameshona. Mzee wewe hujaamini Mika alikufa? Sijaamini. Narudia kwa jina la Yesu sijaamini. Sijaamini. Na utaamini ukionyeshwa Mika mahali amelazwa. Mimi nakwambia. Kile naona hawa wako nacho. Ni kile kitu wataenda wakushonee mtu wamefunga. Wanakuonyesha wewe umeenda kwa mtu amefanyia postmortem. Unaweza kumtambua? Na wanasema na uwezi kashinda hapo. Basi katika hali hiyo kuna ufisadi. Nikasema mama mwenyewe aende kama itakuwa lawama kwa vile haniamini. Wewe mzee unasema. Na mimi najua si lazima aniamini. Mimi miezi yote mzee. Miezi yote yenye hujaona Mika hajakuja nyumbani, hujaenda kumuona hospitali. Najua kila kitu kinafanyika huku. Mika alikuwa kwa shida. Mimi nilifikiria tulikongwa na yeye. Mlikongwa na hiyo kwa. Sasa hao wanaponiambia tuende na wao wananikosea. Just imagine kama ningekufa wangeambia nani? Mika kufa na mimi niko. Mungu alikuokoa. Mungu alikuokoa ili. Sasa mimi naomba huyo Mungu asaidie Mika. Mika anaweza kufufuka hata kama walifanya na kuchi. Basi kama ni hivyo, situkani mtu na sipingii huyu. Sipingii ndugu zake. Wampeleka mahali wanao. Basi wangekuonyesha hiyo mwili wa Mika basi kama ni maombi yafanyiwe kama basi ataamka. Hiyo Mika maombi. Kwa maombi nimeonyesha Mika iko hai. Mungu amekuonyesha Mika iko hai. Akinionyesha maombi. Lakini maombi iko na tafsiri. Amekuonyesha Mika kwa wapi? Yaani Mika anakuja namuona anasunguka na basikeli. Mara ya kwanza. Akisunguka na basikeli hiyo ni injili. Hata akiwa iko namna gani? Iko hapo juu ya injili. Akitoka hapo itakuwa ni ushuhuda wa Mungu. Huyo Mika nimefanya nadhiri naye. Mimi ni masikini. Mtoto yangu asome ni nadhiri. Mnajua nadhiri? Unajua nadhiri wewe? But you vow in the Lord. Unamwambia Mungu nikitoka hapo nikimaliza nitasimama na kasi ya watu wako wale unakarimianga hasa wakiwa wasio na pesa. Nikiwa niko na pesa nitachukua fungu langu nikilipa. Huyo watoto Mika ndio mwisho kufanya nadhiri. Nasema nina mtoto huyo amefanya nadhiri.
Naziri. Kuna mwingine yuko Kirinyaga anafanya ni university, anafanya naziri. Kuna mwingine yuko college ni naziri. Huyu alikuwa anaenda Meru University. Unasikia? Nafanya naye huyu Mika ni naziri. Sasa sitaki mnielekeze. Basi ule na haja mimi sipingii mambo. Sipingii kama ana watu wake. Basi awapeleke mahali anataka. Ikiwa ni nini? Kuna mbinu mingi. Mika ni mtu si mtoto. Mimi hata nataka Sikiza, nijue. Mika iko more than 20. Iko 22. Wangekuwa na mtoto yuko 18, under 18. Ingekuwa la lawamio. Huyo sheria serikali inamchunga. Na haki ya Mungu tena inamtambua. Sasa mimi nimemlea kapita miaka 18. Nikatoka ndani. Hiyo kwa shule unasikia ni help ndio mimi wanatumikia help. Na kila kitu wanachaza mwenyewe. Si mimi. Hata huyu anajua. Basi sina ubaya wowote hata kukuja kwenu kama ni ushuhuda. Mimi naomba Mungu wangu kwa imani. Na Mungu hawezi kukwambia atakuja kesho. Basi katika hali hawa wanataka kutwist, ndio nasema hapo ndio shetani anataka kukonganisha watu wengine ndani. Na hawa watoto nawajua. Fikiria nimewakarimia wakapata mapwana. Sasa kwa nini wanataka kunicontrol? Hata ni Mika. Na wao hawamjui. Nimeai huyu anaenda university. Alipopita nikasema nina watoto wangu wengine. Nikaandika barua kwa bwana yao. Nikamwambia ninataka pesa mtoto aende kufanya chuoni university. Wakaniambia tutatuma kitu. Kwa vile wana watoto na watoto hao ni mimi ndio nilianzisha kuwalea wakiwa hapa. Na wako kwa shule nikamwambia watoto wanasoma mnichangie kitu tupeleke huyu akipata kazi hata hao wengine atakuwa anawasukuma. Wanakataa. Mwingine huyu ni wa kwanza ni wa pili. Wa kwanza alikuwa ni huyo kiume. Wananitanganya mpaka taka ya mwisho. Naambia mtoto anataka kuingia hawanijibu. Na wote wamefanya watoto watatu. Huyo Mika ndio nilikuwa hata niliona sitawaambia. Kwa vile imekuwa ni challenge. Nikiwaambia alafu kuna wengine. Mika alikuwa anafanya kazi. Mika alikuwa aingie university. Basi Dadi tumeshukuru sana sasa katika hiyo mambo yote. Hao si wakatai bure. Nimefanya experiment. Fikiria namwambia unitumie pesa. Mpaka naanza kupotea. Yaani na ngojea watatuma kitu. Mpaka mwingine yuko Dubai nisikiza naongea nayo kwa simu. Lakini hawatumi. Mpaka mimi nikaona hii ni kitu wanataka kuniteka. Basi hao alafu kuna wawili nikiwaambia wao wanapata hizo pesa. Nikamwambia mama hata Mungu hataki hawa usi. Nikamwambia kwa njia za Mungu ukiona unakwazwa mara ya pili ukwazwe mara ya tatu na Mika huyu mara ya tatu na akienda CEO na akirudi ndio mimi niko na mambo hiyo sijajibio. Mungu mwenyewe akiniambia wewe hutasirika mimi wewe hutalaumu hata wewe. Na huyu mama tena atanyovya tu. Na mimi hata akisema mama huyu ndio yuko haki. Kuna wakati mwingine Ibrahim alikataa kwa mwanamke na mwanamke yake Sara akamwambia fukuza huyu mwanamke. Na ikawa ndio. Ibrahim akakataa. Mungu akakuja kwa Ibrahim akamwambia vile bibi huyu anasema sikiza. Sasa huyo sijasikiza sauti yake. Halafu huyu anaitwa nani? Bikira Maria. Mungu alimtokeza. Akamwambia mimi ndio Gabrieli, Mungu amesikia kilio chako, ametaka kufanya maajabu kupitia wewe kwa nyumba ya Israeli. Utazaa mtoto. Akasema mimi simjui mwanamume. Akamwambia sawa. Basi Mungu atakutia uvuli utakafanya. Basi na mume wake akakundua huyu yuko na mimba. Unasikia? Akakataa. Akapanga amwache kisiri. Mungu akaenda mpaka kwake. Akamwambia usikakatae. Sasa mimi niko na njia hata mkikuja Mungu ataniombea watu fulani watakuja. Na wakikuja alikuwa amekwambia tutakuja. Hakuniambia. Mimi nasema Mungu, sisemi huyu aniambie. Unasikia? Basi katika hali hii kuna kielelezo. Mungu anasema hata alipokutanisha Petro na Kornelio, alionyesha Petro na akaambia akatokea. Haiendi bure. Hata huko hospitali walikuwa wanatuma nauliza Mungu, hii simu iko namna gani? Mungu akaniambia hawa ni wale tu wanataka kushiba. Basi katika hali hiyo sina chuki na mke wangu. Nimewalea paka kiwango kile. Lakini wao huyu anakaa Katundu, kuna watu wanawasukuma. Kwa bila hawa watoto ni maskini, throughout.
hawezi kupata pesa ya kukuja kesho, kurudi huko kesho, hakuna. Na ndio wangekuwa nazo situngechanga. Tulipia Mika akiwa tu amekubalika. Ndugu yangu wananisikiza? Sasa walishindwa. Nikasema siwezi laumu jamii yangu, acha niombe. Basi wao kama nikajua kutatokea mambo unapingia. Hiyo mambo nilijua, ndio nikamwambia una uwezo kama mama. Uende kutafuta. Ndio Raisa baba. Tuseme sasa wewe ndiye mzee wa hii nyumba. Tuseme kama saa hii mimi kama ningetaka kukupea fare uende nini wewe sio si fare inakosekana. Mimi nakwambia hata siku ile nilienda. Unasikia? Si hata naweza enda nataka siku nienda siku kama twende na wewe mzee 40. Sikiza. Siko 40. Asubuhi na jioni. Si haikuwa nauli yangu. Unasikia? Ni Mungu ana provide. Ni Mungu ananitokea. Mimi nakwambia hawa watoto nasomesha si Mungu. Sasa siwezi kutaka tushindane alafu wewe unasema nitakupatia nini? Mbinu tu unataka tena nikusaidie ama unufaike. Na hiyo vitu nikwambia katika neno la Mungu. Wewe utaongea. Mimi mzee siwezi kukutumia kunijinufaisha. Acha mimi nakwambia. Sasa mzee sikiliza. Juu mzee umeongea masaa 2. Hapa hutaki sisi hata tukusalimie jameni mzee. Endeni. Lazima tukusalimie. Sisi hata hatukuongea. Tumesikia wewe ni mtu wa Mungu. Iko na maneno mzuri. Hata neno. Sasa unasikia hata watu wengine walikuwa wako kina Rahila na kina Ruto. Hawezi kupitisha neno mara moja. Hata kwa Mungu ndivyo ilivyo. Nikwambia. Sasa endeni sina chuki. Hata salamu mzee. Salamu ya nini na mlikuja kama mtu amekupiga, salamu haina chochote. Sasa tujakupiga mzee, sisi ni marafiki wako. Ukinishurudisha hivyo, ndio nakwambia. Sasa sisi ni marafiki wako sasa. Hata kesho mimi kesho kwanza nimekuja. Unasikia? Mimi wewe ni mtu wa. Ukiona mtu anakusikiza. Ukiona mtu anakusikiza. Tena nimwambie. Kusika mtu ama kufanya nini si ndio suluhisho. Sasa hata tungetaka. Na katika njia za Mungu. Nataka munisikize sana. Katika njia za Mungu. Mungu anasema nitakuokoa kumwokoa shetani. Alafu Mungu anasema ikiwa niko ndani ya Yesu sitakuacha. Wanasema watakuangusha tena nitakutia nguvu. Mzee sasa nipe dakika moja. Sasa maombi yangu msikaikataa. Nipe dakika moja tu mzee. Haya nikuulize. Mimi sitaki hata maswali. Kama ni kweli, kama ni huyo ni mpingani. Na siwezi hata yeye tutamuuliza hata yeye maswali. Basi endeni maswali. Mnataka kujua njia za Mungu? Kesho saa 2 mkwa. Msikajaribu kwa kesho saa 2. Hatuwezi kuwa hapa saa 2 mzee. Wacha tusidanganye. Tumetoka mbali. Mimi nakwambia. Kesho saa 2. Unajua ni neno la Mungu na Mungu anaweza kila kitu. Na ikiwa mmetumwa na Mungu itafanyika hapa. Utafutwa kazi bana. Basi wewe ni mwajiri. Mimi siajiriwi. Sasa fikiria wewe unayo ongosho na kuajiriwa na mimi siajiriwi. Sasa unaona bila tofauti ziko. Mimi naenda na njia za Mungu. Mwajiri wangu ni Mungu na mimi naheshimu yeye bila unaheshimu kazi. Basi nyinyi namwambia endeni salama. Hata kama mko waandishi nimemwambia hata mzee hata hujatuambia mzee hata hujatujua. Sina haja. Hata hutaki tukuongeleshe. Mungu anawatambua. Mungu vile anamuona, vile anakuona. Hata hujui kama Mungu ametupa. Hiyo ndio mimi nasema siwezi kukukaribisha. Hata hutaki tuombe pamoja. Siwezi kukukaribisha mara ya kwanza kutokana na utikati za kiroho. Unasikia? So lazima ati turudi tena. Si lazima mimi nikwambie kama nyinyi mnataka. Ama kama ni Mungu amemfungua. Mtakuja hapa saa 2 tukutane alafu nione. Mtu asikachelewe ionekane. Alafu ndio nijue Mungu yangu ni mjinga ama Mungu wangu ameifika. Unasikia? Kwa sababu tunapatana hata ikiwa ni tomorrow. Kuja mzee. Si ukuje tushukuru. Mara ya mwisho mzee hukuja nikuonyeshe. Ndeni tu mzina ukitu na mimi. Jipanga mimi naompanga. Sipingi kanisa. Sipingi kanisa. Lakini hakika mtu hajui mimi nimeokoka. Na ninakutana na wapenzi. Wewe watu wakikujua pastor huwezi kumpinga. Mambo zikikuona, pastor. Mimi mpaka tunakutana. Tukikutana ndio nimwambie mambo yako sitaki. Sasa ndio huyo mtu achukulie tu, huyo mtu akawacha. Napigwa vita zaidi. Hao watoto. Huyu ni mdogo. Hao ni watoto wako hawa.
huyu mdogo natumikia neno la Mungu. Mimi sifanyi tangu siku hiyo kwanza. Kwa hiyo ya hapa Murang'a nilikuwa nafanya na wasunga hao, si nikwambia inaitwa Makuyu Kofu. Saa hii ilikufa wakati nitoka, Mungu aliniambia hutaiona. Iliisha kabisa. Hata kuna miti nilikuwa nimepanda hapo ikawa nini na nawili zaidi ya miaka 12 nikiliona. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya nje. Kulikuwa na uwanja wa tennis hapo na kufiaka hapo. Unasikia? Sasa katika hii mambo nimepitia mambo kama hayo. Sasa area hii naelekezwa tu, naweza kuelekezwa nyumba kukodesha tu. Kumbe nimekodesha nyumba. Mimi nikiona nakodesha tu nyumba, kumbe pinzani inatokea. Wengine nakodesha shamba. Hiyo mbinu nalima nayo njia za Mungu. Basi utaona kikundi fulani kitakuja tu, kikue tu kila siku kinanichochea. Sasa hawa watoto nimesema mtoto huyu mtoto wa mwisho wa wasichana. Ulikuwa mwingine wa mwisho wa kiume. Huyo ndio tuligongwa naye na gari. Unasikia? Sasa gari nimetoka hapa. Asubuhi sisi tumenunua shamba. Hizi ni posti hizi. Hizi nilinunua hapa. Unajua hata hapa zinatoka bei nzuri. Niende nipeleke shamba, tufunge hiyo shamba na waya. Kwa vile liko tu changwani. Na uwezi kalima bila hujaweka. Mbuzi za watu tu zinaingia. Sasa hiyo nilikuwa kwa process. Siku hiyo tunaenda huko. Nina mtoto mwingine hapa ambaye nimelea tu na Biblia. Mimi sifanyi, nimekuambia kuanzia hiyo mwaka nilikuwa mwana union. Mungu akaniambia sitaki hiyo kitu cha union. Nilikuwa NHF. Unasikia? Nilikuwa nakatwa. Mungu akaniambia hiyo kitu usikadhubutu. Nilikuwa na inaitwa NSSF. Miaka 12 nilikuwa nimefanya hapo. Na nilikuwa 12 nikiwa permanent. Mpaka saa hii hizo pesa zilitimia hivi. Nilikuwa hata nikienda Mungu aliweza kuniletea baadaye. Hiyo NHF ni mimi nakataza. Kakuzi nilikuwa najulikana na wasungu wote. Mimi nilikuwa najulikana hata kwa mambo hii ya uwanja ya Kofu na hiyo Jasa Dennis. Hata Thika. Nikaona hata nikiwa na shida nitapeleka hii watoto wangu, hao wasungu watawapatia Mungu aliniambia hiyo kazi bure. Akatuma hao wasungu wakatoka ile hii. Sasa wale wasungu wako Kakuzi, si wale mimi na Wasaiwa. Mtu wote nilikuwa nimeona huyo atakuwa nguzo nifikie. Huyo mtu angepata mabaya. Mimi mwenyewe nilitaka Kakuzi kipeana mashamba. Nikajitokeza, nikajiingiza. Kwa vile nayo kilabu ilikuwa na Kakuzi. Wengi wa mashabiki walikuwa wakakuzi. Wakaniambia jiandikishe. Upate shamba. Ikifika shamba mtoto yangu, huyu mama alikuwa nyumbani akakufa. Huyu mdogo mtoto huyu alikuwa yuko nyumbani Kakamega. Mtoto akakufia. Ikabidi niende siku wanafanya palo. Mzungu akaniambia Sami ulikuwa wapi? Nilikuwa naitwa Samuel lakini walikuwa wakitumikia Sami ama Sami. Basi nikawaambia nilikuwa hivyo. Wakasema tumepeana palot. Watu wengi kuna shikwa mashamba huku Keno palot ya kupiga kura Mungu utachukua namba yako. Wakaniambia tumepiga ballot na hata hapo singeweza kwa vile ilikuwa lazima niingiane na mtu alipe shilingi 15,000 ndio tulikuwa na tukawana hiyo shamba. Nilienda kwa watu wengine walipingwa, huyo kijana ni mkeni, hana chochote pande hii, anataka kukuiba. Watu wakakataa. Ilikuwa vikukumizi vingi tu. Sasa mlitoka hapa unaenda kupeleka vikingi kwa shamba na shamba. Sasa nikiwa hapa saa 12 tukaenda tukapita na pikipiki. Hapa Keno. Pikipiki ni yetu. Basi kupita hii barabara ya kwenda Murang'a tukaenda. Tukafika ya kuingia sasa kwenda kama inaenda Murang'a nini? Meru. Hiyo ndio gari lito. Hiyo njia imelimwa tu vizuri. Magari zinaenda, sisi tumechukua footing way. Hatuendi kwa hizo barabara zinalimwa. Gari ilikuja nyuma ikatupiga. Lori. Sasa hiyo kitu wewe ulikuwa unaendesha ama ni kijana alikuwa? Ni kijana anaendesha. Amekubeba.
Mimi siwezi endesha gari. Alikuwa na uzoefu wa kuendesha. Alafu wewe ukuje nyuma yangu. Mimi unaona rais bila anaenda? Bila rais anaenda? Hiyo ndio njia takatifu. Uwezi kachukua mtu aliye mdogo yako akuendeshe akae nyuma. Hata right now mimi hiyo vitu vyote. Saa hii ukiwa na bwana yako. Saa hii mkiwa na gari. Basi ni heri hata bwana akupatie uendeshe. Na yeye kwa nyuma. Lakini wanaume wanachukua yeye aendeshe na mpibi yake kana. Shetani atakuchota ndugu yangu. Na ikiwa mnaenda safari hizo ni za shetani, si za Mungu. Ukiwa huko kwa njia, inafaa bibi aendeshe gari. Mdogo yako ndio anakuwa mbele yako. Okay. Hata hii injili right now mnataka kuhubiri. Mnahubiri tu. Tunahubiri. Mnahubiri. Haya. Mungu alisema manabii ikiwa mwanamke kama bwana yako mko kwa kanisa ameanza kuongea na mwanamke na nyamaza. Na ikiwa katika hali hiyo basi aende. Hiyo ilikuwa ni sheria. Mtu nataka mtofautishe sheria na imani. Na imani na roho. Hiyo watu hata kwa kanisa waandikiwa sheria wakiwa ni wagumu wa kutuku. Wamechukua kiburi ni ule anaandika. Ikiwa mtakuwa mnakosea basi mtakuwa katika hamukumtii. Sasa basi hapa kijana ndiye anaendesha hii. Kijana ni mtu alikuwa anajua. Sasa uko na basikili hapa. Kila kitu hata mimi bigi sikujulia hapa. Lakini situmikii hivi kutokana na njia za Mungu. Basi tukakongwa na gari lilitoka nyuma. Mkono huu. Ndio niligongwa upande hii na maalama. Hata wewe uligongwa? Niligongwa. Basi katika hiyo mambo haya imeenda. Haya mkatoka hapo. Kijana nakagongwa wapi? Uligongwa mguu kijana? Tuligongwa mahali moja. Bigi iligonga. Sababu mlianguka side moja. Mlianguka side moja. Sisi tulitolewa na Samaria mwema. Basi tukaletwa hapa Kenya wakatukimbisha hapa Keno hospital. Ukiwa hapa Keno hata hatuko karimiwa hapo. Wakachukua mambo hiyo imetamba ikachukuliwa. Sasa hizo wewe unaona chenye inaendelea ama fahamu imepotea? Fahamu nilikuwa nayo ya kiroho. Lakini macho ya haya ingine huko. Lakini Mungu anakufunulia yana. Basi niliongea hata hapo. Kwa hiyo huyu mama alikuja nikamwambia arudi nyuma. Uliongea hapo? Okay. Basi kijana ndio alikuwa amefifia. Basi tukaenda kwa gari. Kwa gari kitu kilifanyika. Disorder. Unasikia? Mtoto akarudishwa nyuma, mimi nikapelekwa mbele. Tukafika huko. Keno. Tukafika Murang'a hospital. Mambo tu ikaelekezwa tu kupelekwa hivi. Mtoto ndugu zake wakakuja, wakaona hakuna mtu anawakarimia sana. Wakasema waje tupeleke Nairobi Kenyatta Hospital. Basi hiyo maana hiyo ajali ilikuwa kubwa ukiona ikipelekwa Kenyatta. Ilikuwa kubwa. Lakini ukiona mimi nimesimama katika maombi. Nimefurahi. Kwanza kama ulikuwa umegongwa na niwe naona hivi hapa. Sasa Mungu anakupenda sana. Mko Kenyatta. Hiyo Kenyatta. Hata kuenda ilienda. Iko kasoro ndani. Huko Kenyatta. Hiyo tu mimi naweka na majaribio hiyo. Nimejaribu kama mtu wetu sisi. Mimi ni always nikiomba maombi Mungu ananielekezanga usikanie vya juu. Na nimejaribu kufanyia watoto wangu sisi si watu watalalamika juu. Kwa vile huyu mtoto alipita na maksi ya juu sana. Huyu msichana huyu. Lakini ilipofika siku yeye aende primary, aende secondary, watu wakakuja Equity ikajiingiza. Mama huyo ndio alikuwa nayo. Kwa vile Equity ilikuwa inapeana msaada kwa walikuwa wamesema mtoto yule amepita juu. Walimsponsor. Sikiza nikwambie. Sasa ilipofika hapo. Mimi already nilikuwa nimeshakwazwa na mambo kama hayo. Si huyu wa kwanza alikuwa amepita. Watoto wetu wakipita wanaelekezwa tu mahali takataka. Hata nipigane namna gani. Lakini katika hali hiyo mama yuko mawazo kando, mimi kando.
Sasa katika hali mimi nawaza ya Mungu vile ananionyesha na mama anawaza vile wananchi wanasema. Sasa hiyo ndio nataka nitoe mfano kwa hiyo. Huyu mtoto kwanza alipo primary walimu wakasema watampeleka shirika linaitwa Safaricom. Unasikia? Litachukua watoto wale werefu waandikwe jina lao. Tukaitwa wazazi hapo wale watoto wako werefu. Mimi Mungu akaniambia nenda na kutuma. Basi nikaenda. Huwezi kufika tu huko unaambia walimu nimetuma. Unanyamaza. Tukaweka sasa watoto wetu wachukuliwa na Safaricom. Ikakuja kando hata hiyo kitu kikatupiliwa hata kukisikia. Watoto kufanya mtihani huyu amepita. Walimu walikuwa wameanza mtoto akipita tutampeleka kwa Equity atalipiwa kila kitu wakajiandikisha. Wakati ilifika wangu mimi nikaona sitaenda kwa vitu kama. Sitapata pesa za kumwelekeza kwa shule. Mtoto huyu nilipompeana Mungu aliniambia umepeana mtoto na Mungu aliyokuumba wewe anakujua. Na hii kitu unaposema wewe ujulikani unapatia mtu unakubali huyu akuwe ndio baba ya na wewe utoka. Nilipoongea mimi nakwambia Equity sasa sasa ningependa msikize sana konga huku na huko. Hata ingine nikihubiri nitahubiri nivuke pande hii. Sasa katika hali hii huyo mtoto wa kureti huyo wa kwanza wa kiume nilipeana na kapeana kureti saiti. Baadaye ndio Mungu ananiambia umekosa saa. Na hiyo kombeni na wamama wenye hiyo kombeni. Kwa vile mimi sifanyi kazi na mama ananitarajia nikuwa na kazi. Nikiomba wao nakaa bure naomba bure tu. Na mimi siwezi. Nikijaribu, nikienda kukotesha shamba la Mungu, la mtu na lima wasema hiyo alileti faida. Nimekaa hivyo. Basi huyo mtoto ndio nianza kukataa mashirika. Sasa hapa mko Kenyatta sasa na huyu amelazwa na wewe sasa umelazwa pia Kenyatta. Wewe ulilazwa mahali pamoja? Tulilazwa. Mimi nililazwa, mtoto akalazwa. Yeye kaenda wodi nyingine. Hata yeye akaenda wodi alienda CU. ICU. Alikuwa mahututi. Basi. Mimi nikiwa kwa wodi akatolewa ICU. Akapelekwa kwa wodi. Siko hata mimi nilienda nikuta yeye achahurumiwa amewekwa nje. ICU iko watu wanaweza kuwa wengi, wengine wanawekewa tu huduma wakiwa kando. Basi yeye alikuwa waiting patient mahali tu outpatient, lakini wanafanyia akakuwa amelazwa hapo. Basi baadaye akaingizwa ndani. Kutoka ndani na hata Murang'a alikuwa amepelekwa tu kwa hiyo. Kutoka hapo akapelekwa ndani na mimi nikapelekwa kwa wodi. Nikiwa already nilikuwa nimefanyiwa operation Murang'a. Tena nikufika huko wakarudia operation ile. Ulikuwa unaoperatiwa wewe mguu na mkono sasa. Ilikuwa ni mpafu. Wanasema mapafu yangu iko collapse. Mpaka itoe hewa. Basi hiyo kitu kikafanywa, lakini walinifanya vijana wawili, mmoja akafanya akakwisha. Matokeo haikutokea. Mwingine akakuja tena nikaelekeza tukiwa na kijana yangu huyo. Nikaelekeza akakatakata tu hapo nikiona tu. Nikienda huko tena ilikuwa tu hivyo. Tena wakakuja. Sasa mimi nilifanywa operation mara 3. One way. Yaani hii alama moja hapo wanarudia hapo madaktari hayo hiyo kaya. Huyu mtoto akaingia CU. ICU ni chumba cha watu walio hali mahututi. Akamaliza akarudishwa kwa wote. Akiwa kwa wote hao watu wanachukura yeye. Basi tena akarudishwa ICU. Akirudishwa na ndio mimi napata discharge. Kwani alikuwa amegongwa sana. Ukiona akirudishwa ICU mara mingi. Sasa mimi natoka discharge, nafanywa discharge. Niende nyumbani nilikuwa nikifanya clinic. Unasikia? Basi nikawa nakuja hapa. Hiyo yote ni maombi. Walikuambia namna gani mbona wanashinda wakimrudisha ICU? Sasa mimi nataka niongee. Ni kama mko na Mungu, nitaongea. Ukiona mimi nakudanganya sipikingi. Basi katika hali hiyo mimi
nikapatiwa discharge. Haya, nikikuja nikaanza na mtoto. Sasa kuenda huko kuomba. Tuliomba. Tukaomba. Mimi naenda nakumbatia mtoto, hasikii. Nasunguka nafanya ibada yote. Niko na ibada ya kiroho. Kuna ibada ya kimwili. Kuna ibada keti tu. ibada isiyo ya roho. Mtu mwingine. Mimi kijana, acha niseme. Kuna ibada. Kuna ibada. Hata kwangu nikiwa natukana mtu, hata ningekuwa napinga sheria ya Wakenya, mama huyo ana sheria yake na haki za kibinadamu kama mtoto yake. Basi mama huyu, sikiza, basi hata ikiwa ni kitu, mimi naweza kuenda niambie mama huyu, hawa watoto wananipenda na hiyo ni kitu hawezi. Twende nyumbani, tuongee nyumbani, watu wa nyumbani wajue. Daddy, tunashukuru sana, tunataka Kakamega tununue sapa Ecclesia. Watu si hapa. Watu wa nyumbani hawajajua Mika. Hawajajua. Nani aliwaambia? Na Mungu ndio anawaambie baba wewe. na mimi nimwambie kwa uongo. Mimi sifanyi uongo ndugu yangu. Yaani sio Tupangane mzee, tuende hata huko tuone hiyo daktari, tumwambie hiyo ndio kunishurudisha. Au Watu wapenzi kitu itaweka huzuni kwa sikiza baba, tumesema mimi namwambia si uko kwa maombi. Huyu anamuita yeye. Tunasema uko kwa maombi. mzee, hii kitu itakuweka unaona, hujui hata ukweli. Wewe na mimi na huyo nani mkubwa kushinda kuzaliwa? Kuzani basi ujue nikifanya tu dhambi hata saa hii. Nakuheshimu sana mzee. Sikiza, nikisaa tu hivi nikifanya dhambi Mungu ananikata kata. Wanasema dhambi zako Mungu akisirikia unachoka. Basi kwa hiyo miaka hata nikiwa 70 ujue nina haki katika Mungu. Basi ndio nakwambia nyinyi wadogo, nendeni mkutane na mambo mengine mara hiyo. Tena itakuja mara 3 mjue Mungu anataka mjue siri yake. Mtakutana na kisanga kingine. Usikajali na pesa. Hautaki kununua sapa? Mzee, Mimi sasa hata leo hata siku kuja nikwambie venye mimi kuja basi sasa mimi ni ya mwisho usikie venye mimi niliambiwa hivi. Hata kuomba Mimi niliambiwa. ni kama unasema mimi na vijana yangu sikizeni. Sikiza. Wanasema hivi, usije ukajenga kwa msingi ile Yesu amejenga, usije ukajaribiwa. Na majaribio hayo ndio hata Wakristo wengi wanakufa tu kwa vitu kama hivi. Nendeni salama. Lakini mimi mzee. Hata maombi utaki? Nini? Maombi nendeni. Tuombe. Mimi naomba Basi tuombe basi. Sasa hamwezi kunilazimisha niombe. Nendeni mrudi hapa kesho 2:00. Tuombea kesho. Tutarudi. Hata maombi sasa mimi niko na shida. Huwezi kaombea mtu na wewe uko kwa shida. Sasa mko na msakafasi. Kumbe mzee umekubali sasa uko kwa shida ya Mika wewe. Sasa hiyo kufunga nafunga kwa nini? Kwa sababu tutakuja kufunga nafunga kwa nini? Ukoteseka. Tutakuja kesho. Yaani ni lawama kama hizo mnaambiwa mnachukulia ati mimi niende kuonyesha. Lakini nakwambia kuhusu hiyo bill kwa sababu itakutesa. Kama ni bill mzee, sisi tuko hapa. Na watu wengi wako hapa. Si bill. Na usiwe na namwambia ndugu yangu. Naweza kuwa mwandishi unafanya kazi. Huyu anafanya, huyu hafanyi. Sasa nyinyi mnaongea mkitengeneza pesa na hii mambo mnanazii hata kama, lakini kuomba mimi niko kwa shida. Siwezi kukutakasa while I am sick. Mtu akiwa katika mambo majaribio mpaka pita. Majaribio Mika but sijapita. Na hata ukinielekeza bila unataka hivyo, hiyo si ndio suluhisho. Ninyi Mungu ndio alikuumba. Fikiria ameumba mimi mbele. Na nimetoa ushahidi vile Mungu amenikuchukua. Basi mimi hata hutalaumiwa. Na mimi nikikuja hapa tukua na ukesha utatuongelesha vizuri tu. Usikiza. Hata sitaki ikuwe tunafanya mahakama. Hiyo mambo hata mimi nilikuwa naenda huko. Nilikuwa naenda tu vile Mungu alikuwa amefungua mlango. Mungu akitusaidia tu tunakuja. Hatutaki tufanye mahakama. We love you daddy. Tupatane hiyo siku Mungu atatutume. Na umetuongelesha vizuri sana daddy. Thank you. Hii huzuni ya Mika itapita tu. Yeah. Na Mungu akiruhusu tutamzika tu na atatupa amani. Thank you. Mama hata hujatusalimia uko aje? Umetulia sana. Unaitwa aje mama? Agnes. Wewe ni mkamba. Ile tu yamewaelezea.
Na sister unaitwa? Sister unaitwa? Mama anaitwaje? Yule msichana. Unaitwa? Si tusalimie tu tukitoka. Sisi sio wabaya. Sio wabaya. Nasikia hata dadi ametuongelesha. Tumesikia hata dadi ametuongelesha sana. Tusalimie tu. Na hatungetaka hata dadi apate jali na Mika, na hakuna mtu mwenye angetaka. Hiyo siku ilikuwa mbaya. Ilikuwa tu ni ile siku mbaya. Na tunaamini Mungu atawapea amani. Yeah. Dadi, naona msichana hawezi tusalimie. Endeni, mko wageni. Siku ya wanasema hivi, Ajali siku ya kwanza. waje mtoe hii. Mungu aliita Samueli akatoka, walikuwa na Eli. Samueli akaenda kwa Eli. Kwa vile Eli ndio alikuwa bosi wake. Akamwambia wananiita. Eli akamwambia no. Enda tu. Akaenda. Kidogo akasikia Samueli akaenda tena. Samueli tena. Akamwambia no. Halafu akafanya nini? Eli akakumbuka. Akamwambia enda. Akikuita. Nilifanyika mara 3 akimkataza. Alafu Mara sasa hii mara 4 akamwambia enda. Ikiwa atakuita sema niko hapa, mimi mtumishi wako. Akaenda, Mungu akaongea na Samueli siku hiyo. Basi tunaenda na utaratibu. Haya, sawa. Thank you. Barikiwa sana. Hiyo ni mara ya kwanza. Samueli ameitwa mara ya kwanza. Tuna mara pili na ya tatu. Haya, mama hata tujajuana lakini tutapatana. Haya, tunaona kesho mzee. Kia hapo kuna mama. Tumekatazwa na mzee hata kununua sukari hapa. Ama tungenunua tupatie mama, ama atakasirika. Sawa. Wacha tuende. Mko na tochi, mko na tochi. Kuna najanga maji. Okay.